Kenya and Aberdares. But we are trying our best. We do problem animal controls, proactive patrols. We also do trapping for livestock predations, translocations, where lastly in March we were able to move 8 elephants from Chaka and Sangare areas to Savo West to reduce the conflict. And I wish to say that through the funding, we are happy because I'm sure the community now are at peace, though there are other emerging cases of elephants that are coming up from Olpajeta, coming through Solio and Sangare Ranch. Human wildlife cases have increased, and that gives us a big challenge, and that is due to the climate changes. The forest covers, I know in Nyeri there is a lot. Because of the forest covers they are talking about, we have planted trees, and at the end of the day also it has become a challenge on the primates. That is the baboons, the vervet monkeys, the columbus, and the other type of monkeys, and the sykes. It has become a big challenge as a conflict to the community. However, even currently we have a challenge of columbus that before we knew that it was not a challenge. And that end up making a security threat to the community. We also have human death, human injuries from the communities by the elephants and the buffaloes. We still have another challenge of the CSR projects. We would wish you to continue funding or rehabilitating our budget so that at least we are able to have CSR projects just as a good way of giving back to the community who supports conservation, because we believe without the community there is no conservation. Sorry sir. Naomba muda kidogo tu sir. Okay. On the issue of the CSR projects, we would request that we be funded so as we can be able to give back to the communities, and also to have a way of sharing the revenues that we get in our protected areas. We would also want to talk about the constraints, budget constraints, that give us a hard time because we have inadequate resources to do our works. That includes the vehicles, fuel, gears, or the code gears, PSE equipments that we require to scare the wildlife, the problem animals, the predator traps. And also, we would wish to request additional funds so that we are able to add predator traps and primate traps. That remains a real challenge in our area. Bushmeat also remains our big challenge, and we still require more resources to be able to facilitate to do the work. Thank you, sir. We look forward for your consideration. Thank you, Wangeshi. Now, Peace Commander. Our chief guest for today, Murkomen Kipchumba, Honorable Murkomen Kipchumba, our Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Administration, sir. Before you is Deborah Mangata, the base commander, Karatina Traffic Base, which is under Madira East sub-county. Sir, I'm going to be brief now that most of the issues have been raised by my colleagues. Under the traffic department, now that I'm here representing the traffic department, I'm going to re-emphasize on the issue of resources in regard to the motor vehicles that have been allocated for us to be able to achieve our goals in regard to the traffic department. We have a shortage in that, sir. We would like to request like you realize that when you have more for us to be able to get to clear way to ensure that we have that free flow of traffic, sir. On the issue of equipments, sir, our department as traffic, our
And some we have we enforce the traffic rules, include the breathalyzer, commonly known as the alcoblo. We also have the speed gun check. So we are requesting your able office to be able to facilitate the same to our officers on the ground so that we are able to enforce and ensure that we have a reduction in our accidents. Most of these crashes are being caused by drunk driving and also other drivers who are recklessly driving on our roads. And that if we have those gadgets, we'll be able to, we promise you, sir, that we'll at least have 0 crashes, if not reduction, in our country. To finish with, sir, I would like to probably inform you that as the traffic department, we've been able to embrace the issue of public police approach in regard to our duties by ensuring that we are doing the safety campaigns, the daily road safety campaigns and sensitization. And through the campaigns that we are able to carry out, we've been able to yield positive results. So through the facilitation and logistics, sir, we are very sure that we are going to deliver well. In conclusion, I would like to probably I'll probably reaffirm you, sir, that as the traffic department, we are going to commit ourselves and dedicate ourselves in carrying out our work as expected of us, and that as Nyeri County, we are going to experience reduction in the road crashes, and if not 0, if you give us that support, sir. Otherwise, thank you, and to more of such platforms so that we are able to raise our issues. And feedback is key. Feedback enables us to perform better. Thank you, sir, and you're most welcome again, sir. Thank you so much, Deborah. And now the last two, the OCPD and the DCC, please. Msishindwe na wenzanu. Nataka kila mtu dakika 1.5. So mambo mingi imesemekana. Our chief guest for today, Honorable Kipchumba Murkomen, the CS Interior, Inspector General of Police, Mr. Douglas Kanja, DIG, KPS, Mr. Gilbert Masengeli, His Excellency, the Deputy Governor, senior officers present, members of the public, my colleagues, good evening. God is good, and all the time, and that's his nature. Wow. My name is Mr. Edwin Mugera, an Assistant Superintendent of Police, and I have the privilege to stand before you today representing all the sub-county police commanders within Nyeri County. I'm the acting sub-county police commander, Mathira East. Before I go to my remarks, may I first appreciate you, Waziri, for finding time to organizing this Jukwaa la Usalama Nyeri edition. We've always been seeing you around in other counties, but today I use the street language to say, ni kama tumefikiwa. And we are happy for that. Indeed, we are grateful to have you in our midst. To see you descend from your high diplomatic and intellectual pedestals to connect with us, get our views, and probably give us audience is something that we don't take for granted. And we know that today your heart is the National Police Service and the security agencies at large. Issues have been raised. You've heard, many years I've heard. You've taken note, I wouldn't wish to repeat, but maybe I may emphasize on one. To begin with, is the housing and welfare. This has been mentioned. We all know that proper housing is critical to the morale of the discipline and dignity of police officers. Whereas the idea of allocating house allowance was good to police officers, some were allowed to stay outside. This one has had an adverse effect because our officers strain so much. The houses allowance that are given are not commensurate to the market rates that we have currently. Sir, if that can be reviewed upwards, will be better for our officers on the ground. On the mobility, transport has been mentioned. I won't repeat that, but I want to tackle it from a different perspective. Commuter allowance that reflects in our pay slips
is still insufficient with the high cost of transportation. Most of the officers who seek the accommodation outside their working areas still find it difficult to make it to workstations with the meager transport commuter allowance that is issued within is not sufficient to support them. On the emerging challenges, we have contemporary social problems that need contemporary solutions. We request that capacity building be done so that our officers are equipped with the requisite knowledge to tackle these issues of cybercrime. We nowadays have crime that are more of technological wise, so that our officers are well versed, or rather can tackle the emerging cybercrime challenges. Independence of the police, I know these are hot potato, but I think we have a lot of interference, especially from the political class, and we request that, sir, you can look into this. We've seen some role-say pronouncement by some of the political members transferring police officers. That one has been evident. We request that maybe we come in to look into it so that we don't end up manufacturing premature transfers and officers get demoralized along the way. Otherwise, digitalization of the police services so far, digitalization of the police services is a program that was started a while ago. We had a pilot program within Nairobi that was started, and implementation of the same is still shrouded in some mystery. Maybe if we can activate that so that we can catch up with the technology, that will be more than enough for us so that we don't lag behind. With those few and very many remarks, I wish to appreciate you, sir, and we invite you once again and organize for more of these sessions so that we can air our views. Thank you. I wish you the best. Thank you so much, Mr. Mugera. Unajua sio lazima ukiingia hapa uongee. Kama watu wameongea yote yale ulikuwa nayo, unaweza ingia hapa tu salimia waziri na ukae chini. Si ni kweli? Karibu hapa. Ama imeongelewa yote. The CS Interior and National Administration, Honorable Murkomen, all protocols observed. Please allow me to speak from here because I have got a leg which is injured. I have stood here to speak on behalf of the DCCs of Nyeri Central, or of Nyeri County. They have sent me to talk about the following issues. First of all, the DCCs appreciate the government through you for according them the opportunity to serve. Secondly, we have got DCCs amongst us who were recently promoted. They have sent me to say thank you. Another thing is that the DCCs are very highly trained, and so they are saying thank you. The DCCs also say that the government has well facilitated them to be able to do their work. And so they appreciate the government for the same. However, we have a few issues that we would like your office to look at. One of them is a challenge on transport. Recently, and I think you saw and you are aware, during when we had some rioters in some parts of Nyeri, the DCC's vehicle, that is the DCC Odaya, his vehicle, two vehicles are actually burnt down. So right now is not mobile. So we request the government to address that issue. We also have other DCCs who have got very old vehicles. DCC Nyeri Central, DCC Kieni East, and so we would appreciate if the government gives them good vehicles to be able to operate. On promotions, we are not complaining, sir, because we have seen what the government is doing. I have just seen that several DCCs were promoted the other day, and we have also seen that some of us have already received telephone calls from the Public Service Commission, whereby the Public Service Commission is conducting suitability tests, and so we are not complaining. We are waiting for that process to be completed. And
Amongst us also, we have some DCCs who have not attended a mandatory SLDP course, and therefore we request that the two of them be considered in the next training. On AIEs, sir, we appreciate what the government is giving us, but the DCCs have also sent me to request that the government enhances the AIEs, especially on transport, and especially on fuel and on security, so that we can be able to deliver services to the people we serve more efficiently. And next, the DCCs are requesting for extraneous allowances. This is a matter that was raised some years back, but then it seems it was shelved. Finally, one DCC is requesting that he doesn't have an official residence, that is Madeira West. As I conclude, sir, the DCCs commit themselves that we are going to work diligently. We commit to serve the government of the day with a lot of dedication, and we also assure you of our unwavering support as we support the government to be able to achieve the bottom-up economic transformation agenda. Finally, we also want to assure you that we do not work alone. We work with multi-agency teams and wananchi who are seated here. Thank you very much, sir, and thank you. My name is Agnes Karoki from Kieni West Sub-County. Makofi tufanye hivi, tupigie wale wote wameongea kwa niaba yenu makofi. Moja, asante sana. Waziri, kufikia hapo nimemalizana na timu yako. The civil servant who are working under you in this county. Sasa nataka tuingie kitengo cha wananchi ambacho nataka kuanza. Nataka kuanza na mtu anaitwa Paul Muthe Kabungo, akuje hapa. Charles Ndegwa Kiruthu akuje hapa, and Jackson Gikonyo Gathungu akuje hapa. And also Jacinta Wakaraya Mwangi. Wa kwanza alikuwa nani? Alikuwa Paul Muthe Kabungo. 1.5 minutes. Bwana CS, IG, wakubwa wa serikali, viongozi wetu na wananchi, mjambo. Mimi kwa jina naitwa Paul Kabungo Muthe ama Baton. Mimi mfanyi biashara. Na nikiwa mfanyi biashara, tunashukuru serikali yetu kwa sababu ya kuangalia maslahi yetu. Pia wakati kuko na msongamano huku wa maneno, wafanyabiashara wetu walipata hasara kubwa sana. Na baadaye tulikaa chini na RS huko kwake, tukiongozwa na kiongozi wetu chairman wa Kenya National Chambers of Commerce and Industries, tukatotoa mikakati. Vile mandono kama hiyo kitokea siku ya pili ama wakati ujao, na tunahopa haitatokea, vile tutajipanga. Jambo lile lingine ni kuhusu biashara zetu. Sijui mkubwa ameenda wapi, kuna kitu ningetaka kumwambia. Sisi bwana IG, biashara zetu zimeenda chini. Sisi tuko chini kabisa. Na wakati nilikuwa nafunzwa nilikuwa naambiwa ukisema shida ni hii, lazima utoe tatizo ambazo linaweza kutengeneza. No, sio tatizo. Suluhisho. Suluhisho letu ni kusema ya kwamba sisi tu kama bwana CS aona mkubwa wetu, His Excellency, mwambie alipe hii watu wako juu, wale wana suppliers na contractors.
Hiyo watu wakilipwa, the money will trickle down. Hiyo ndio suluhisho tu, kwa sababu watu 1,800 ambao wako Nyeri wanalia sana. Hata ndio wakati mwingine sasa hata ninastaajabu kusikia hata hawa mashifu wetu wanalia. Ndio tunaitanga harambee wanakosa kuja. Wanasema wana kitu. Bwana CS, piga watu check. Waangalie. Tunawaita harambee hawakuji, wanasema sijui nini. Nashindwa mkubwa wa serikali hawezi kuja harambee. Lile lingine ni kuhusu wazee wanajinyonga. Hiyo ni ukweli. Wewe umechukua loan, umeshindwa ni kulipa, mama hapa anakusukuma, wananchi wanakusukuma, madawari wanakusukuma, unaona heli kamba. Na ni ushumi mbaya. Tengenezeni ushumi, wazee hawatajinyonga. Jambo lile lingine ni kurudishia kijana ule wetu, nitamuita kijana, MP wa Mathira. Hii maneno mnasikia ya 300 meters, Karatina ilikuwa imekufa. Sisi we are not advocating ya kwamba ati kila bai jengo kila pahali, hapana. Lakini town kama Karatina ukiangalia geographical area yake, shule ziko huko ndani. Kiani kule mimi nimetoka, wakati tulipofanya survey na hospitali yetu, 90% hizo basi zilikuwa zote zifungwe zote na restaurants. So ningeliomba kamati tengezwe. Hizo license zikipeanwa, huwezi kuwa town ati kwa sababu shule iko hapo na pengine shule ndio ilikuta hiyo club. Sasa ni nani ataondokea mwingine? Si ndio? Kwa hiyo shule ilimekuta bar kama huyu mkubwa wetu anajua kwetu Muiga. Kuna club iliyotengenezwa hapo Mugumoine 1963. Na shule zimezunguka huko. Sasa tunaambiwa funga hiyo club, wachana hii shule. So na shule umeelewa Kwa hivyo hiyo maneno ya 300 meters tunashukuru sana bwana CS. Na Wamatinga na nani na huyu kawaji anaitwa Wamombi. Tunashukuru sana na usiogope, hata ukikutukuta usiogope kusema 2 terms. Sisi tuna serve the government of the day. Uko na watu nyuma yako. Na si watu wachache. Zaidi watu 6,000 wale wanafanya hiyo biashara. Ukitukuta tuambie 2 terms, tunakuambia ndio. Asante. Asante sana. Nataka kumwalika pia Charles Degwa Kiruthu ambaye anawakilisha bodaboda. Thank you very much. Our CS internal Kipchumba Murkomen ambaye bado nimevanua nitita Nyeri. Our IMG Kaja ambaye pia ni mtoto wetu wa Nyeri, Kabiruni stroke Kienist Kamaru. Karibu sana. The famous DIG Msengeri. Bunge wetu wa Mathira, naona wabunge wengine wameondoka, ma MCA wengi sana wamejaa hapa. Kawajiko naona, asanteni sana. Mheshimiwa Kipchumba, kuna mwimbaji hapa kwa mlima alisema mtoto wa standard 7, msichana wa standard 7 anajua mengi kuliko mama yake. Yes. Kaide tu ga 7 kwa magikoro kwenyina. So sisi watu wa bodaboda tunajua mambo mengi sana kwa crowd. Na kwanza nishukuru wewe na Mheshimiwa Rais. Rais alitoa amnesty, pikipiki ziashiriwe, na hapa Nyeri very few sasa hawajakujia, ni wenyewe hawajakujia, zimeashiriwa mingi sana. Tuwapigie hawa maafisa wetu makofi. Wamejaribu sana. So congratulations. Sisi watu wa bodaboda tunafanya na Ministry of Interior, both police na machief, na tunafanya kazi nzuri sana. Tuko na watu wangu wako kwa community policing. Uko kwa police. Kuna wengine wako kwa nyumba kumi. Na sifanyi kazi peke yangu. Niko na ma-DCC wako hapa. Wako wapi? Ma-DCC wangu. Simama.
hao ni madisisi wa bodaboda. Kuna huyo Teto Wave anaitwa Ng'ombe, kuna Madera West, Mwagiwajero, tuko na Kelly West, Miano, tuko na district master, yule ndio district master wetu. Huyo ndio ananiambianga ni gari ngapi zimeenda Kenya hivi. Hiyo naweza nikakwambia ni ngapi. So sisi tunafanya kazi sana na hawa watumishi wako. Na ni wazuri sana. Mtu wetu hawa polisi tunawahurumia sometime bwana CS. Tuko na request, tulikuwa tumeandika wakati wale watu wa commission walikuwa wanasumbuka, tutafutiwe paramedic squad. Kwa sababu sometime unakutaka askari yako na stress yake, ametoa mwili imeoza kwa mto. Alafu sasa unamwambia vitu zingine hayaelewi. Sasa ukienda na kuongelesha vibaya. So ni vizuri hapo unote mtafute hiyo paramedic squad. Wale watafutie gari yao. Ili wakienda wakitoa hiyo mambo yao wanapumzika, wanagojea waitwe wengine. Uzo atukubali watu wakufe. So hiyo itawasaidia sana. Hiyo ingine gari kukosa mafuta. Gari haina mafuta. Hiyo lugha inakuwaga kwa wanaishi huko kwa ground. Gari haina mafuta. Si gari inakosaga mafuta ya polisi. Juu gari hakuna. Mbunge wake ni karibu sana. Wanaenda na taxi kwa sababu hawana magari. Tu hapa Nyeri Central saa hii, usiku Nyeri Central tuliongea Nyeri Central. Tuko na ward zote ziko na OCS. Lakini wale wako na gari wawili. Moja iliharibika ya Kabiruini. Ilikuwa mzee. Lord of Wood. Hiyo ilikufa. Mwingine ni kama yule wetu OCS alikuwa hapa. Wa kule Madera. Saisi yake. Alafu unaona sasa kwa duthi. Wao wanaenda na duthi hawa watu. Wahurumie tu watafutie gari. Haya, hiyo ingine tulikuwa na mkutano na DPP. Wakora, si nimekuambia tunajua mambo mengi. Wakora wanashikwa hapa town, wanapelekwa King'ong'o. Wakienda huko sijui masi of vote wanaashiriwa. Sasa hivi tunaongea na wewe, kuna vijana wameashiriwa. Wanaduga watu na fisi. Wanaitwa finished Kumaru. Finished Kumaru. Wanakuduka na wanakunyang'anya. They happen to kuduka mtu wangu wa bodaboda, tulienda operation. Very successful. Very successful. Thank God. Tulikuwa na OCS mzuri. Alikamata na akapeleka King'ong'o. Mwingine anauza bagi. Tumekuja kuongea hapa RC. Na usikia kwa sababu hata wewe ni mgeni. Mtu anauza bagi. OCS tunamwambia information. Anapewa information na vijana wangu. Wanaenda kushika mtu wa bagi. Mtu wa bagi amejipanga, ako na ubwa. Do you know aliashiria ubwa kwa OCS? OCS aliruka fence. Thank God ni wa baba aliruka fence. Kama ndio mwingine sijui. So I'm finishing. So what we are saying, hawa watu sasa wametoka jela. Kwa hiyo masi wameweka pressure ati OCS aondolewe wenye walimshika. Unataka aende kweli? Si anafanya kazi? OCS wa Nyeri Central anaitwa Rangat na hatutaki aende mahali. Leo hii kulikuwa na maandamano yamepangwa IG kwa sababu mheshimiwa ameondoka. Kulikuwa na maandamano ifanywe, watu wafuke barabara. Ni Murkomen tu angeingia kwa sababu amekuja na ndege. Hao wengine mngekuta tairi zinaka kwa barabara. Kwa sababu ya huyo OCS anapendwa na watu kwa sababu ya kazi yake, lakini wakora kwa sababu wametoka jela wanaweka pressure ati aende. Is it fair? To be sincere, it is not fair. So IG tunataka hiyo mambo mshughulikie. Maafisa wetu wasihusishwe na politics. Politics inamaliza hawa machifu wetu. Kuna machifu walikuwa wamesimamishwa kwanza. Walikuwa wameambiwa ila ukae ama pombe ikae. Two of us. Siku na wenye walikuwa wamesimamishwa kazi. Simerudishwa na serikali hii. Kwa hivyo hii serikali inafanya kazi na sisi tunasema ni two term. Thank you very much. Haya. Naomba 1.5 minutes please. Wewe ni representing Matatu.
Murkomen na our IAG Bwana Douglas Kaja, mheshimiwa wangu Bwana Shieni. Mimi naitwa Jackson Gikonyo Gadhogo kutoka Kieni. Mimi nawakilisha idara ya ubebaji ama the transport. Nataka nishukuru serikali kwa maana tumekuwa na usalama wa kutosha. Hapo zamani kulikuwaga na utekaji nyara wa magari na tulikuwa hata na vifo vingi vinafanyika, watu wanarushwa huko Tagwa, lakini kwa wakati huu serikali imefanya kazi mzuri. Nataka kuipongeza na niseme asante sana Bwana IG na wale ambao wako nyuma yako na mkubwa our honorable Minister wa Interior. Lile ningetaka kusema ni kwamba hata huku kwetu hata the accidents zenye zinafanyika zimepungua kwa ile ushirikiano umekuweko kati ya wananchi na serikali, na hiyo naomba tuendelee hivyo hivyo. Lile ombi nilikuwa nataka niombe kama hata kama mkubwa angekuwa hapa, nilikuwa naomba kuna ile barabara imeachwa bila kutengenezwa, ilitengenezwa ikaachwa haijamalizika, the Tagwa Monyo Road ambaye iko huko Kafaru. Ni mahali ambapo wakati kunanyesha kunakuwa na shida ya kutoa zile mizigo tunalima, na hiyo ndio njia inatushikanisha kutoka Mathira, inashikanisha na ile pande nyingine ya Nanyuki. Ningeomba kwa heshima ya Bwana IG, kwa sababu yeye anapitia hiyo njia, ningeomba serikali itutengenezee na imalizie ile njia. Asante sana kwa wakati huo wote mmetupea muda wenu. Bwana wabariki na karibuni tena hapa Nyeri. Asante sana, mpigeni makofi. Sasa nataka kumwalika Jacinta Wakaria, akikuja nataka Jesse Muriuki, Bildad Magondu na Julius Kogi Kibera wakuja hapa. Asante sana. Honorable CS na all protocol staffs, good afternoon. Mimi yangu ni machache tu kwa sababu mingi imetajwa hapa. Ni kushukuru serikali kwa ile mambo imefanya kazi mingi sana, kwa sababu kama Udhaya kuna kiwanja Udhaya Stadium tumejengewa na inakuwaka sawa sana, na sasa yudi yetu inafurahi sana, na tuko na ile fertilizer serikali ilituletea na tulifurahi sana, kwa sababu sasa hata mkiwa mnakuja na kwa barabara mliona tumeweka mahindi na sasa ni green na tutafuna saa hii. Na kuna ile soko ya Udhaya tunasaidika sana kwa sababu inasaidia kila mtu. Na ile ingine ni watoto sasa wako kwa shule, ile CDF inasaidia sana. Na sasa kama wamama wa huko Udhaya tunasema sisi tuko kwa serikali ndani, kwa sababu tunaona hii serikali ya bottom up inafanya kazi. Sasa tunasema tuko na furaha sana. Na ile ingine imetanywa, nilisahau kusema jina yangu. Mimi ninaitwa Jacinta Mwangi na mimi ni village elder. Ile ya village elder imetajwa. Na sasa ninataka kurudia. Tunataka stipend kwa sababu tunafanya kazi mingi sana. Huko Masinani, sisi tunakuwaga huko Masinani. Na ninashukuru sana kwa administration. Tunafanya kazi nao sana. Mzuri, wanatupeleka mzuri sana. Kwa sababu tunatembea, na sasa kama timu ya Udhaya tunafanya kazi tukiwa pamoja, na wanajua ile kazi tunafanya tukiwa huko Masinani. Tunawapigia simu tukisikia kitu, tunawapigia simu. Hata toast tunataka, kwa sababu usiku tunapigwa simu, wa baba na mama wanapigana
Sasa si unaona tunatoka kwa nyumba na hatuna torch. Tunataka hata torch na stipend. Mtu kumbuke, tunafanya kazi mingi sana huko mashinani. Hata administration hawa wanafanya kazi mzuri sana, kwa sababu kila wiki tunaenda baraza, tunaenda baraza. Na asante sana kwa ACC wetu, tunakuwaga na wao. Tukiwa tunaenda huko kwa vijiji, tunakuwaga nao kwa baraza. Tunaendaga baraza, hao watu wanafanya kazi mzuri sana. Mbarikiwe sana kwa sababu tunatembea safari moja na sisi. Hata wao ubarikiwe sana. Nataka kualika Jesse Muriuki. Jesse Muriuki anawakilisha peace committees. Okay, asante. Waziri Kipchumba Murkomen, IG na wageni wengine pamoja na GAO team na maofisa wote, Bwana asifiwe. Kwa majina najulikana kama Jesse Muriuki, na nitaongea tu kuhusu hiyo mambo ya usalama, kwa sababu kusema ukweli, kama hakuna usalama nchi haiwezi kukaa vizuri, na usalama unaanza na mimi na wewe, si ndio? Kwa hiyo kama tunaweza shirikiana, nchi yetu inaweza kaa vizuri. Waziri pamoja na IG, nimefurahi sana kuwaona mkiwa pamoja, kwa sababu nyinyi nina hakika ni wachapa kazi. Mkinikubalia kidogo tu, nitagusia kidogo kuhusu mambo ya nyumba 10 ama village elders, kwa sababu usalama unaanzia pale, si kweli? Nyumba 10 ama village elders, nikiomba tu wasaidiwe na smartphone, kwa sababu sio watu wengi zaidi. Wakipata smartphones watakuwa wakiripoti haraka, na hizo smartphones sikuwe tu na ka airtime, siwe wao wakipewa ka airtime. Na sana pale mwishowe, ukiangalia kama ni hawa chiefs, officers wote wao wanasimamiwa, mbeleni walikuwa wanasimamiwa NHIF, na sasa tuseme ni SHA. Kama hao wazee walipokuwa wanasimamiwa hiyo kitu, hiyo SHA, at least wakigojeka wao wakikibia hospitali na wasimamiwe pale, inaweza kuwa wanaweza shukuru. Na kitu ya mwisho kabisa, ikiwezekana IG, hii ni yako, angalia police stations, kila location at least iwe na police station moja. Nitakupatia mfano wa Karatina University. Imagine Karatina University imebeba watoto ama imebeba wanafunzi 13,000. Station ambayo inatumika pale ni station ya Karatina huko chini, na Karatina University iko kwenye ward ya Magutu. Kwa hivyo kama Magutu ward inaweza pata police station, at least isimamie pale, hiyo inaweza kuwa ni vizuri. Hiyo tunaomba, na ikifanyika tutashukuru. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Nataka sasa nimwalike the next speaker kuja hapa usimamie faith based. Dakika 1.5. Thank you. Asante Bwana CS na viongozi wengine ambao wametoka Nairobi kuja kuwa pamoja nasi siku ya leo. Imekuwa wakati mwema. Is the best forum that you have ever experienced, whereby everybody can express himself or herself properly in front of you, sirs. My name is Reverend Bildad Wangodu, a priest of ACK and also the chairman of Muiga Pastors Fellowship. No, Ken West Pastors Fellowship. I stand in front of you to appreciate what has been happening in our sub-county, Ken West,
whereby the cow officers, they are doing a good job and they can be rated above 80% because we have never had instances in our place. We have only some few challenges whereby our area is so vast that we wish our ACCs can even be provided with the transport. Formerly, we used to know DOs had vehicles and had vehicles which could transfer us everywhere. We request that they be given vehicles so that they can be able to reach other areas whereby they can attend to emergencies that occur. For example, there was a time we had an instance of fire in an academy in Edrasha, and the road was so rough that the situation couldn't have been arrested the way it would have, we would have right to it to be arrested. The other thing is on mental health. Hii kitu watu wanajinyoga sana, tumesema sana, lakini bwana CS, unajua kuna area mbili mtu anajua, raia anajua anaweza kupata msaada. Moja ni kwa assistant chief na ya pili ni kwa hospitali. Ile ningerecommend ama ningeuliza watu wameongea sana habari ya psychologists and counselors. If you have a counselor either in a police station or in CIS office, mtu akisikia kichwa imekaa vibaya au mambo imeharibika, anaweza kuingia tu hapo katika police station apate msaada, ama kwa hospital. Hospital ni pahali ambapo mtu akisikia asikii vizuri anaingia kwa hospitali. I have always been seeing it is proper. Kama vile mtu anaenda kwa hospitali anapata matibabu, hii ameumwa na kichwa ama amekuwa na shida, kukiwa na psychologist ama a counselor in all facilities, kuwe na mtu ambaye anaweza kushirikia mambo ya counseling. Mtu akiingia hapo anaweza kuwa referred. Hata mtu akiingia kwa hospitali akionekana shida yake sio hahitaji madawa, anaweza kuwa referred wa counselor, alafu hata kutakuwa na a saving drugs takuwa zimepunguzwa. Ile nasema ama ningetaka kusitisha ni kwamba tufikirie sana, kwa sababu watu wanajioga sana kwa sababu ya mambo mawili. Hata kama ingine imetajwa, kuna kitu naweza tunasema inaitwa frustration. Na mmoja akasema mtu akikaa aone mko yake haina kitu, hana chakula kupatia watoto, ile kitu inarudia, ni fikirie ni kujinyoga. Kwa hiyo mashashi nataka kusema ni asante, na would encourage tuwe na forums kama hizi ili tuweze kusemesha. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima, nimebakisha tu manufacturer moja anaitwa Julius Kogi Kibera, then wanafunzi wawili. Julius Kogi yako wapi? Then Mark Collins hawa hapa, na Armstrong I think Morwa. Okay, distinguished guest, ladies and gentlemen, kwa majina ninaitwa Godfrey Gitonga, nasimamia Julius Kogi ambaye hajafika. Yeye ni chairman wangu, mimi ni secretary wake, na ninasimamia wakulima. Jambo la kwanza ambalo ningetaka kulinena hapa adhuhuri ya leo ama jioni ya leo, kwanza ni kupongeza serikali. Wamekuwa wa msaada kwetu wakulima in the issue of subsidy. Wametupatia fertilizer all types and on time. But on the same note, ningependa kuomba, na nimeona wamefanya mikakati opening new centers closer to wakulima, closer to the farmers. And recently I want to appreciate the National Cereals and Produce Board. We had a meeting with them, na wakatuambia wanafungua new stations ambazo issuance of fertilizer will be taking place, and this time it will be at the farmers. Si kama the current one that it is under county government. Sasa zenye zitakuwa zinafunguliwa zitakuwa chini ya wakulima, na tutakuwa tunapatiwa fertilizer ambayo inalingana na mahitaji yetu. So we appreciate the government for that, as I'm sure they will fast track ili tufaidike in the coming planting season. The other issue ningependa kuomba serikali ni about the certified seeds. There is a time we were issued with certified seeds for free, and that one went a long way in enhancing our production. So in this time, kama tunaweza pata, tusaidia wakulima wetu ambao hawajimundu kifedha, ili nao pia mashamba yao ikanawiri kama ya wengine wote.
So the other issue is about the security. Nikiongea mambo ya kulima tunaongea mpaka kahawa. Mnajua kahawa is an endangered species in terms of risk. Kuna watu ambao wanataka kuvuna kwenye hawajapanda. So I want to appreciate the security committees in our areas. Na nikisema hivi naongea mambo ya Mathira West where I come from. Our DCC is here, amekuwa msaada kwetu wakati tunataka tuchungiwe kahawa yetu isiende na waizi. They have always provided on time. Tukisema ni security ya escort, tukisema ni security ya factories, they have been there for us. Ningependa pia ku appreciate my resident, I am a resident of Ruguru where our Madam Karo comes from, the one alitushagamisha hapa na akasema mambo mengi ambayo inatuhusu. I want to appreciate the effort that our security team have been doing all through. Kwetu hakuna shida ya usalama. I come from the extreme end of the sub-county ya Mathira West. Tumepakana na wanyama na wamekuwa wakitusaidia kwa njia zote ambazo tunahitaji. But the last one as I conclude ni watu wa KWS. Hapa lazima wafute socks because wanyama wao wamekuwa wakituhangaisha. Na when you go to report for compensation, it is never forthcoming. Number two, they also classify our primates, wao wanaitwa nyani na tubiri and all that classes. Kwa sababu when they destroy our crops, we are told we are not liable for compensation, sijui kwa nini hawaja classify. And these animals are crafty. Wanaiba mpaka chakula ikiwa jikoni. So they should consider compensation kuanzia nyani, tubiri and the likes. Thank you so much. Thank you so much mkulima. Waziri kutufungia kabisa ni vijana wawili kutoka, moja anatoka Dedan Kimathi University na mwingine Karatina University. Naomba mkuja hapa nyinyi wawili sasa. So na sio speech. Naona mambo mingi hapo na kupatia dakika 1:30. Bwana Waziri, Bwana IG, DIG, all protocols observed. Good evening. Bwana Waziri, mimi ninaomba muda kwako kwa sababu wakati wengine walipewa muda, sisi tunasomea muda, na ningependa sana kwa heshima ni address hizi issues kwa sababu we are the biggest population here. First of all, Waziri, I want to appreciate you for jukwaa la usalama. Hii kitu inasaidia sana and we want to appreciate you. First of all, mimi nilikujua ile wakati uligonga meza ukilia ukisema Mr. Speaker, if Senator Ledegu is not here, we are not going to proceed with business as usual. Na nikasema 2037 ukisimama president, I deputize you. I'm offering myself. Kwa sasa hivi Bwana Waziri, mimi naendelea na kazi yangu ya urais. Nikisha maliza hii kazi ya urais pia ningependa kukuambia, na huu ni ujumbe ufikisha kwa rais, kuna hizi wizara kama wizara ya maji na wizara ya mazingira zikaunganishwe au kaunda wizara nyingine inaitwa wizara ya government efficiency, service delivery. Na hata naweza nifanya waziri kwa sababu nafanya kazi kwa haraka sana. Umeandika notebook imejaa Waziri, hautasoma zile vitu zote. Itakuwa ngumu sana kudeliver hizi vitu. Tutakuwa kama wale watu wa help, tunaongea hivi na tunachanganya maneno. Kwa hivyo Bwana Waziri, ningependa kuaddress issues zenye zina to affect huku. Issue number 1 is as a youth we have an issue with unemployment. And the most reliable employer of us youth is unemployment. Unemployment employs us daily and pays us with stolen phones, breaking into supermarkets, breaking into shops. So Bwana Waziri pale, na tukiwa that problem, kuna hii kitu Deputy President anafanya, inaitwa empowerment. Ni kitu mzuri, ni idea mzuri tu kama ile ya new funding model, lakini execution ni mbaya. Kwa hivyo sisi tungeomba akuje aongee na sisi, na muda mwingi huwa naongea na MP wangu wa Muni. He's a very good guy and he will go to heaven. Unajua huyu jamaa ukimtext hata saa 4 usiku, he will reply your text. So he's a good guy. Na watu ya Mathira mwangalie vizuri. Mimi kama chairman ya KBB huku 10 bila break tutaongea.
Kwa hivyo wananchi pia muangalie vizuri. Bwana Waziri, kuna issue ya drug and substance abuse. There are so many bars more than churches in Karatina University, around Karatina University. Na niliona mzee fulani akishukuru Bwana Wamumbi, lakini hata kama bar haiwezi fungwa saa 8 na hospitali inafunguliwa saa 8 na dakika 5. Sasa waziri, hapo mtuangalie yale maneno. Tunataka yale maneno yachunguzwe ili sisi kama vijana pia mjali mambo yetu. Bar zikifunguliwa tuseme kila mtu anafungua bar, akuwe na leseni na ajue ni masaa gani anafaa kufungua bar na ni masaa gani anafaa kufunga, kwa sababu vijana wetu wengi sana wameingia kwenye mihadarati. I also heard you, Bwana CS, when you asked the question of what is the cause of this suicide, and I don't think they gave you the correct answer, because for the 4 years I've been here in Nyeri, I know the causes of suicide. Number 1, the drug and substance abuse. Pombe, bangi, na zile zingine mingi sana. Issue nyingine, mimi ni mwanafunzi. And you know, interact with these people, I know them. Wanaume wanapigwa sana. Bwana Waziri, huku wanaume wanapigwa. And like where you come from, and where you come from, and where Mr. Masengeli comes from. Huku wanapigwa. Proper. Na hii, it is leading to them committing suicide. Kitu kingine ni unemployment. Hao watu wengi huku ni watu wa ndudhi. Kwa hivyo hizi empowerment programs mkikama up na a better way ya kuzi-execute zitasaidia. Empower the boy child the same way you're empowering the girl child. Bwana Waziri, pia mfungue hizi mambo za counseling vile tu wamesema. Counseling unapata tuko na resources na tuko na watu, tuko na Amerix, lakini mmemwacha pale Twitter. Anaweza meet hawa watu, for example hapa Nyeri hii September peke yake, na anaweza shughulikia hiyo maneno. Mliongelea mambo ya defilement. When you talk of defilement, the problem is people will always think about the girl child. Lakini there are boys who have been defiled hapa tu within by our own female. So Bwana Waziri, yale mambo yanafaa kushughulikiwa. Another thing, Bwana Waziri, kuimarisha usalama. Unajua kuna wakati uliongea mambo ya one leg. Bwana Rais pia kaongelea, na mimi na wewe kama candidates wa 2037. Ningependa tu ukatushughulikie hii jambo la abduction yapunguzwe. Halafu pia polisi akija kuni arrest aje na uniform. Kwa sababu polisi hana uniform nitavurugana na yeye na italeta shida. Mwisho kabisa, Bwana Waziri, ningependa kukutumia ujumbe kwamba sisi kama university students, najua naharakishwa hapa, lakini sisi kama university students we have a problem. And the problem we have is, unlike what you're doing and what I saw the CS Treasury doing, CS Ogamba just needs to pull up his socks. The CS for education. We have commissions such as, and these commissions ndio hatutaki. Hizi commissions zinaitwa NCIC, CGQ, Commission of University Education. Like they come, they do their audit, lakini what you recommend is not what they implement. The same way, what was recommended by the new funding model committee was not what was implemented. And that is why unapata watu tunavurugana na president. Unapata watu tunasema Masengeli mastigu. Reason ni kuna watu hapa chini wenye hawafanyi hizi vitu vizuri. Bwana Waziri, unapata sisi watu wa university unafunzwa kitu kama communication skills, ni sawa. Unafunza communication skills, na kuna kitu inaitwa mental health. Mbona wasifunze psychology zifanye kama compulsory units? Mbona wasilete mambo kama mental health zikuwe kama compulsory units? Bwana Waziri, mwisho kabisa, hawa machief na hawa viongozi wengine walipokuwa wanaongea, walikuwa wanaongelea mambo ya allowance. Na hapa kuna pia mbunge wangu, mara mingi nimekufikia, lakini
kwa sababu ya hizi political temperatures umetutoroka sana vijana. Kwa hivyo leo utaona vijana wangu wa Karatina wote. Na bwana waziri pia, wakati walikuwa wanaomba allowance, pia sisi lazima utuone. Alafu pia tunakuomba sana pisha na hawa viongozi wenzangu na hawa viongozi wa wizara ya asante. Our chief guest, the Minister for Interior, Kipchumba Murkomen, IG, DIG, allow me to write over the protocol established earlier on. And my name is Muro Armstrong. I'm the Secretary General, Dedan Kimathi University of Technology. I've been given very limited time. I'll try as much as possible. I'll be fast as a cock on top of a hen, but I'll make sure that I'll deliver a full ejaculation. Thank you. Yes. I'd like to touch, yes, just the key issues of drugs, the mental health, and then the security matters. One, just around we have the issues of the drugs, and the commonly abused one is the bang. It is actually being used by our students so much, but I believe our officers are working on it together with the universities, and the issues is still being addressed. We have the issues of the security, and that is when you look at the location of our university, we are surrounded by forests. One of them is around Kabiruini, which is not fenced. So we believe if it is fenced, those criminals who hide there will be kept out of the places, because we have students living in the areas of Nyarifo, and we still have our embassy, and we still have Kawa, where we have issues of thieves who are using motorbikes. I've seen border guys here. So we have those issues, guys that are using motorbikes, and they are terrorizing our students as they get to the areas. On the same note, I'm talking on behalf of all the other institutions. We are having the admissions of first years. And all the institutions, around the institution, when we admit the first years, we have the issues of insecurity. The phones, the laptops, they get so much stolen. So we believe if we have the increased patrols, like our first years are coming in 25th, we'll have so many cases of our students who have been robbed. Some I know, they are your sons and daughters, and I don't know whether you wish to have them in such environment. Yes, then the last one, mental health. We have the issue of unemployment. I didn't add someone mentioning that, but unemployment is the key issue that we are facing. Our students are finishing school. They have no job. They finish, you graduate today, tomorrow, you just spend your time sleeping. You ask yourself, I wake up, where should I go? So if we have establishment of the Ajira platforms, like in our institutions, we'll be very happy, because those students who are very unoccupied will have that platform to generate jobs. Still, if the government Wi-Fi, we can have hotspots in our residential areas where we have the students. We really much appreciate. And the last one, Waziri, I know that you are a lecturer, and would like to invite you to the Dedan Kimathi University of Technology, so that you can have a talk with the students. A public lecture would be good if they hear it from you. And then I have other leaders who have come with me, so please just stand up and just wave. Yes, thank you so much. Thank you so much to our students and everyone who has spoken here today. Nimefikia mwisho wangu. Sasa nataka tushike mikono, tukaribishe waziri kwa makofi 3 ya kiroho. Moja. Karibu sana waziri, uongee na sisi. Fungua. Haya, tusimame wote. Haya, tuinue mkono hivi. This way. This other side. Chini. Very good. Please be seated.
I'll be very brief. Just to respond to the issues that have been raised, but also have a few issues to say. And because IG is going to attend to some security responsibilities, wacha nimpatie a few minutes I respond kwanza to a few issues, then I'll do the rest mpaka tumalizie waheshimiwa. Thank you very much, waziri wetu. Viongozi wote ambao mko hapa, our political leaders, our MCAs from this county, all the other leaders, my colleagues, chiefs and sub-chiefs, na viongozi wale wengine wale wako hapa. Good evening. Good evening once again. Mine, there are very few because as Waziri has said, there is some other urgent assignments that I want to attend to, but I thought that it's important I say a few ones and then I can now be able to proceed on. And for that reason, I appreciate you very much, Waziri. And number two, I must also appreciate you once again for organizing these Jukwaa la Usalama forums, because as you have heard there before, these are forums that have never been held anywhere there before, whereby we could be able to bring together the OCSs, the chiefs, the sub-chiefs, the ACCs, the DCCs, and the other leaders, and the community members in one common forum whereby they can sit down and discuss candidly the issues that are affecting them, including the students of the university. To me, that is excellent for you, and I would urge you to continue in that trajectory because it is very, very informative. I'm happy again because our duty is to sit down and listen to you. And then out of listening to you, we can be able to come up with, good ways of how we handle issues. Na kwa hivyo, hii ni kitu mzuri na ni kitu ya maana sana. To start with, I want to mention that in Nyeri County, we have gazetted 3 police stations, new police stations. Actually, we have upgraded 3 police posts to police stations. One is Gitodote Police Post. We have gazetted it to Gitodote Police Station, and that will take care of Karatina University and the environment there. That is in Madera East. Then we have Tumutumu Police Post. Again, that one we have also upgraded and gazetted to police station, Tumutumu Police Station. That one is in Madera West. And there is also another one known as Gakendo Police Post. This one we have upgraded and gazetted to Gakendo Police Station, which is in Mukurweini sub-county. So these are the new stations that we are now going to operationalize. I'm aware that the issue of the shortage of officers was raised. You have raised that issue, and even others elsewhere have raised the same issue. What I want to say on that one, I'm happy with our government because very soon we are going to recruit. And once we recruit, we can be able now to, to beef up the numbers, both in the general duty and even in the formed up police units, including the administration police service. So the numbers are we are going to build up on the numbers, so you need not to worry. We are very much aware of that, and in fact I want to appreciate the CS because he has actually pushed for that agenda. We want to recruit around 10,000 police officers, and that's a good number that is going to build up our stations to the required levels. The other thing that I want to mention before I leave, although the waziri ataongelea zaidi, is the issue of motor transport.
I know our stations have been hit hard by lack of transport. Wajumbe najua mnajua hivyo. However, I want to assure you that our government is doing everything possible to see to it that both the National Police Service and the GAO teams get additional vehicles so that we can be able to respond to issues raised by our wananchi wherever we are deployed. So that is an issue that we are addressing. The issue of fuel, again, Waziri is going to mention. We are pushing hard for these fuels to be increased from the usual 450 liters to around 600. So we are pushing for that, and I know there is already some discussions that are ongoing between the office of our CS and the CS Treasury, so that that issue again is also addressed. For the police officers, the issues of uniforms, we are addressing. I know there has been some shortages here and there. We are addressing, and number two, you must remember, we are also changing the blue uniform to the uniform that we did public participation and we approved. So before December, all of you are going to have your new uniforms, and it will be very, very okay. And for those who are wearing the JAGO uniforms like the one I'm wearing, we have adequate materials, and soon we are going to roll them out, and you are going to have adequate allocations in terms of uniform, including military boots. Somebody mentioned that you get number 13. I'm going to discuss with the teams responsible for logistics, but I've never heard of that. But we are going to look into that issue and ensure that you get the right sizes. So don't worry about that. The issues of promotion, I know, again, our Waziri is going to mention, we have come up with a good way that actually is going to address at least those officers who have stagnated in one position for too long. We have come up with a good way that will address that issue, and we are going to roll it out very, very soon. Actually, in the next few weeks, we should roll it out. The only thing right now we are addressing is to see whether, after you get that promotion, we are also going to get adequate funding in order to address the issues of allowances, yeah? Because there are certain allowances that will go up. We must get adequate funds to ensure that you are also taken care of that. When it comes to matters housing, our government is very serious, actually in terms of addressing our welfare. Remember the Maraga Task Force report, we are implementing it right now. And we are going to continue implementing because that is something that is very good for all of us. Housing, we are pushing for institutional houses. We want our police officers to stay in police stations, so that the OCS can have his men and women at any given time. You can be able to have your officers there. You must remember that the allowance, the house allowance that you get, that is a stopgap measure to address the issues that you have been going through, where a small room is divided into 4, is accommodating around 4 or 5 officers in one room. So it was decided by the government that we better pay a small allowance whereby you can be able to get that one room out there and at least have some privacy as we address the issues of institutional houses, because the officers are supposed to be and work in their duty stations. So that is something that we are really taking care of. You only need to go to Kilimani. The houses there we are almost completing. Others in Madale area depots, they are almost completed in many other areas. And in fact, even last time, we were with His Excellency, the President in Meru area, where we received quite a substantial number of houses for our officers, and the officers deployed in those areas are well accommodated. So the same case applies even to you. You don't need to worry. We are very much aware of that issue. There are those issues about the payroll and payroll going to the, going somewhere else from the IG. I think those are issues that are being sorted out, that Waziri is on top of them. So you need not to worry. You need not to worry at all. Everything is being taken care of the way it is supposed to be handled. Kwa hivyo, musiwe na wasiwasi. Otherwise, personally, I'm happy. The only thing I want to mention, Waziri, we have got there is a road that was being tarmacked from Tagwa
all the way to Mwonyo, around there in Kieni constituency. That one, in fact, there's somebody who asked about it here when you are out. And we are urging our Waziri to assist us actually so that that road can also be completed. I use it actually. So we would wish that it is also completed so that I can also, you know, I can also be able to be a beneficiary of the same as I continue to carry out my mandate as the Inspector General. Si kweli? Yes, because nitapitia Tagwa, nitokeze Munyu, nikuje hapa kwa hii station iko hapo, tuangalie officers wako namna gani. Namna hiyo sio. Tupitia hata Kimathi University tusalimiwa na wanafunzi wale wasomea huko tuseme hamjabu ni security yenu iko namna gani, si kweli? So I think waziri tafadhali tusaidie kwa hiyo, na mimi najua mheshimiwa wangu wako hapa na atakukumbusha tu maana ni muhimu sana. Kwa hivyo mimi nasema asanteni sana watu ya county hii. County hii ni county mzuri, iko na chakula, iko na machaba mzuri, security yenu iko mzuri. Mimi nawaomba kitu moja, maofficers wetu, wananchi, maofficers wa ngao, that is the chiefs, sub-chiefs, tafadhali fanyeni kazi nyinyi wote pamoja. Mkifanya namna hiyo, in the spirit of community policing, hatuwezi tukakuwa na shida, si kweli? Kuna shida ya watu kidogo kidogo, wale wanaleta pombe baya, wale wanaleta bagi, wale wanapada bagi upande ule. Na waomba msikubalie hiyo watu wafanye namna hiyo, si kweli? Na wajibu wenu ni mmoja tu, and in fact you have done it. Wale wanafanya namna hiyo sema ni ule. Na kama hawa watu hawachiki hawa, mimi nipigiwe namba yangu ya simu, sijai kubadilisha namba tangu siku ile Safaricom walinipea hiyo namba, mimi sijabadilisha. Upigie mimi simu useme mmoja amekwama hapa, ni hata nitakuja na helicopter na niende na yeye huko mbele, si kweli? Hatutaki mashida wapi hapa, hatutaki shida, si kweli? Kwa hivyo na waomba mfanye kazi pamoja, maofisa wa polisi, fanyeni kazi na wananchi pamoja, fanyeni kazi pamoja na viongozi. Na mkifanya namna hiyo, kila kitu itakuwa ni rahisi sana, si kweli? Otherwise, thank you so much. I want to wish you well. I want to wish you good evening. I'm looking forward to meeting you once again. Thank you very much, Waziri, kwa kunipea nafasi hiyo. Asante sana. Pigieni IG makofi. Pia anaenda na another son of this area ambaye ni Commissioner of Prisons, Bwana Patrick Arandu. Wacha aseme neno moja. Our CS Honorable Kipchumba Murkomen, the service commanders, the DG, honorable members of the National Assembly and the County Assembly, my fellow colleagues, both national and the county, two levels of the government. Good evening. So my name is Patrick Arandu, for those who maybe do not know me. I'm the Commissioner General of Prisons. And sir, first of all, I want to appreciate men and women in uniform and those who work undercover. Sometimes the kind of work that we do, including GAO, many times we are not appreciated. Securing our nation, it's not something very simple. And all of us, because we participate in one way or another, you know what it takes to secure this nation. I want to appeal to all of us, and more particularly now that the county government is represented here, to understand that without security of this nation, we cannot be able to prosper when it comes to economic growth, not even in both social and political arenas. And therefore it is very important for us to work collaboratively with the county government and the national government to ensure that even those who are in the political arena, anytime we stand before the people of this nation, we must speak, communicate, and utter words that bring people together, utter words that make people feel that they're inspired to do their businesses and also to coexist with each other. All of us, we have a duty as a nation and as a people to ensure that we do everything within our power to ensure that we make it possible for even those who are doing businesses, those who are moving around, to ensure that we are able to get to our places and to ensure that we carry out
our responsibilities without fear of being harmed. The other item, Mheshimiwa, that I also want to mention is on, which was discussed here, matters to do with health, medical cover for those officers who are working in the NPS and KPS. Yes, we'll be able to escalate those concerns to the relevant offices, because we do pay for, the government pays for the cover, medical cover. And maybe allow me, sir, to mention that it is the government policy now for all of us, even those who are enjoying the cover that we're enjoying in the medical, to ensure that we register with the SHA, so that we can have options where we have a challenge under the cover, then we're able to be attended within the provisions of the SHA. So it is my appeal for all of us to ensure that in addition to having the cover, yes, we also register with the SHA. And sir, maybe even as Kenya Prisons backstop the security of this nation, we want to assure you, sir, that we'll continue working collaboratively in the area of multi-agency to support the multi-agency approach in securing this nation. And number two, when it comes to greening Kenya, we have here in Nyeri, we have the Nyeri Command, the prisons institutions. We have so many seedlings. We are ready to give them out at an affordable prices so that we can continue planting and growing trees in this county. So make use of our prisons around here. We do have both tree and fruit seedlings, and they have been given at a very affordable prices so that you can be able to green our country. And finally, sir, because we are in the corrections and in the criminal justice system, we are at the tail end. All the people that we arrest end up in our facilities. And I want to encourage us, because those of us who have young men and women in the age of 18 to 20s, you understand sometimes the choices the young people make at this point in life, sometimes they are not the right choices. I want to appeal to all of us. Understand that some decisions which we make and they make at this point of life, in life, may affect their future, because anytime you come into conflict with the law, your fingerprints are taken, and it may affect you when it comes to getting certificate of good conduct. So let us encourage our young people to behave well, to respect the rule of law, to respect other people's rights, so that they do not come into conflict with the law, and support them in the areas that has been raised here. It is true, alcohol, drug, and substance abuse is a concern in this country, and this is what is leading to commission of crimes in the country. Let us try to bring down those, addressing the issues that lead to prevalence of crimes within our county, but above all, reducing, drug and substance use amongst the youth and everyone else. Sir, with those few remarks, I want to thank you for this opportunity, and I want to assure you that we in the uniformed services are supporting the journey that you are taking to ensure that every county is reached, it is addressed, and the concerns that the government is addressing, that those which touch on ourselves where we are, will be able to support you to address them. Thank you, sir. Pigeni Commissioner Makofi. So now IG I will sasa unajua hapa ni nyumbani. Pigeni makofi IG vizuri. Sasa mnataka kuaibisha IG? So at least mnakaza kidogo, because hata everything ni vizuri. Mnataka kuaibisha IG? Mtamsupport? Inaanzia, unajua wanasema charity begins at home. So you must start. Hatutaki kusikia, unajua tukisikia vitu kidogo kwa IG hata inaleta aibu. Unajua
lazima kila mahali tunafanya kazi the same. Lakini also lazima uweke extra mile kidogo kwa sababu IG anatoka hapa. Wewe ukiwa OCS wa IG, so unashukuru Mungu wewe ni OCS wa IG. Unaongeza, unafanya hata usiku. Na akikuja unamwangalia hivi kwa macho ya pengine Mungu atamsaidia kuone. Ama namna gani? So, najua kwamba kuna maneno sijui wapi nini, lakini nataka nashukuru IG amesema kwamba mambo ya plans ya nini we will support all of you. All the OCSs who are here will support you. Tumesikia? Hata wale mlikuwa mnasikia nini hata before we think about transferring any OCS, yeye before afikirie lazima kwanza akuwe convince yeye mwenyewe kwamba sio ati Wamumbi akisema tu anatoka. Si lazima IG kwanza akae chini afikirie ama na magari. Na sio lazima ati chief akisema anatoka. Ama waziri. Unajua mimi naweza sema kama waziri tutoe hiyo OCS. Lakini IG ni mtu very sober. So I was saying that because sisi, especially those of us who are in the political side, we have also interest ya wananchi. Tunaleta hizi makosa. Lakini IG ukiona by the time IG anasongesha mtu kwa hii county ama anywhere in the country, amekuwa convinced it's not enough that there was a politician within government or opposition. Hata wa shout, hata mtu wa opposition na shout. Nilikuwa naambia wengine jana IG, kuna askari alinipiga tear gas. Before nichaguliwe. Lakini mwenye aliumia zaidi ilikuwa ni DCC, hata sio mimi, niliruka dirisha huko 2020. So lakini mimi nilipofika ofisi sijaenda kutafuta ati yako wapi. Sijauliza hata ako wapi. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi nataka afanye hivyo hata saa hii. Mtu akilete mchezo so mimi nataka mjue ni kazi, mko kazi, mko sawa. Hata mwingine akikuja atajua tu nataka askari mtiifu anafanya kazi. So anyway, asante sana IG, mwende salama. Commissioner wa President, asanteni sana, tuko pamoja. God bless you. They have to leave because also of the weather. Pigia hao makofi. Asante sana. Sasa nataka kusema machache kabla sijakaribisha viongozi nijibu yale maswali mmesema. Na kabla sijajibu lazima niseme mambo machache yangu pia. So mimi nisema hiyo ni mimi nataka kusema yangu. Number 1, tumekuja hapa. Nyinyi mmesema yote ambayo inawasumbua na yenye pia ina affect wananchi kwa kaunti hii. Mimi niko na machache ya kusema kabla hatujaenda ile nijibu yale maswali mmeuliza. Number 1, nataka tujue sisi ni baadhi ya wafanyikazi wa serikali wachache mno kwa Kenya mzima. Hii ni kusema kwamba wale vijana waliongea hapa wako wengi wanatafuta kazi huko nje, sisi wachache tulibahatika tukaandikwa kazi. Na hakuna mtu hapa hakutafuta kazi. Hakuna mtu alilazimishiwa kuwa aingia kazi. In fact, police officers walienda mpaka training ile hatari. Walienda recruitment, wakaonwa meno, wakaona urefu, sijui nini, wakaandikwa kazi. Na bado wakachukua. Nyinyi chiefs. Nani chief aliandikwa 2 years ago hapa? 2 years. Kumbe wale watu wenye hawana salary hawako kwa hii county. Because there was a group that was employed less than 2 years ago. Nani amechaguliwa less than 2 years ago? Yaani vile nimesema salary ndio mkainua mkono. Lakini wewe chief uliandikwa 2 years ago. Weka tu hapo chini. Si mlijua kwamba wakati ulikuwa unaandikwa ulijua hakuna ofisi ya chief? Na unajua hata chief hana nduthi. Na hata ulijua hakuna extraneous allowance. Na ulijua kwa chief hakuna risk allowance. Na ulijua chief hata hana ofisi. Mwenye ulireplace alikuwa anatembea na stamp. Ukweli ama sio kweli? Lakini bado uliomba hiyo kazi. Ukaomba na ukafika interview ukaulizwa.
how will you be able to do this job considering that you don't have a motorcycle and there is no chief's office? Ukasema, I work under minimum supervision. Yeah? And I am very creative and innovative. Hata panel wakaona wakasema, huyu ndio mtu kabisa anatosha kuwa chief. Yeah? Vile ushakuwa chief, unaanza kusema hii kazi hakuna hata ofisi. Unadhani ile ulisema kwa interview, I am very innovative. Kwa sababu ushapata job. So, kitu ya kwanza lazima tujue kwamba above all the challenges we are facing, we have a job that many Kenyans would like to do that job. You know, they would really like to do that job. And we are so lucky and privileged. Even the salary we have, hata kama ni kidogo, we are lucky because there is someone who is earning nothing. You know? And so, the first thing is to be diligent in your work. Let us work for people, knowing that we have a calling to serve. Let us do it with all our heart. Let's do it in a manner, I don't want to say, to preach to you, but you know, you do it, even if it is, the conditions are difficult, do it as unto the Lord. So that you can be blessed, your family can be blessed. And you know, Kenyans know, and people know, who does a good job. They know very well. Tukienda mahali unaona watu wanaongea, alafu watu wanasema, waziri, ukipata nafasi ya promotion, huyu OCS mpatie promotion. Huyu chief waziri ametosha kutoka hapa. Ametosha kuwa ACC. Anajikaza sana na amesoma. Lakini kuna mahali pengine watu wanasema, kama inawezekana kutafutia kazi nyingine huyu mtu waziri mtusaidie kabisa. Because the consumers of our services know who we are, what we do. And therefore it calls upon us to become more diligent, more committed. In fact, it is extremely important that as a officer, whether it's a police officer or a chief or assistant chief, understand the job you have. Usikae mtu tu hata ujui kazi yenye unafanya. Na usikubali kama chief kwamba utaenda baraza yoyote yenye ukifika unasema sijui. Hakuna kitu chief ajui. Kuna kitu chief ajui? Najua kila kitu. Najua kila kitu. So ukienda baraza kama chief, lazima ujue SHA, ujue housing, ujue tree planting, ujue digital jobs, ujue jobs abroad, ujue mambo ya fertilizer, distribution, ujue mambo yote, ujue climate works. It is your duty. Markets yenye najengwa kwa area, usiwahi kubali siku yenye utafika baraza na you cannot answer a question. Kwa mfano, kuregister SHA ni shilingi ngapi? Nalipa shilingi ngapi kwa SHA? Ni free. Very good. Nimejaribu. Kuna mzee aliniambia kwa Zimuranga ama Nyeri, aliniambia inategemea ni wapi. Nitategemea umeenda kuregister kwa station gani. Nikashindwa na huyu mwingine analipisha registration of SHA. So ukienda baraza, make sure you know your job. Hata kama hujaenda training, Google, listen to somebody who is presenting, do anything. Nilikuwa naambia chiefs kwa Nyandarua, ukifika baraza na uone kwamba kabisa mjui kitu, unasema kweli hiyo swali unauliza ni mzuri sana. Lakini DCC alituambia kuna kitu being aligned kidogo yenye itatusaidia. So in the next baraza you will get that answer. Kwa sababu DCC ndio sio wewe, ni DCC yako amelainisha something. By the time ya next baraza wewe umejua. Saa zingine ukienda baraza na unajua kabisa wewe hujui subject, unatembea na mtu mwenye anajua. Unafika huko unasema, kuna mtu ameniomba sana hapa aseme kitu kidogo, wacha aseme. Yeye anasema na niyo ndio ulikuwa unataka. Anasema, ukisimama unasema, nilikuwa na maneno mingi hata kusema ya kuliko ya huyu, lakini kwa leo tuachie hapo. Watu wanasema, time iko haraka. As a chief you must be creative. Watu wakienda wanasema, kama chief anajua kuliko ule jamaa aliongea hapa, yo chief ni. That is now how to become creative. You must understand your job. You must look for ways
of covering up your situation. Become innovative. And for you to succeed to be that innovative, you must have a good working relationship with the people, especially nyinyi ma OCSs. Usiende station uende ujifungie huko ndani. Ujue hata nini nafanyika, utembee hata kanisa, mtu amefiwa neighborhood, you don't even go to the funeral. Go and build a good relationship with the people locally, because they are the ones who will help you maintain law and order. And you will not have to have problems. You will not have situations. In fact, mtu akitaka kuja kuchoma police station, our locals ndio watakudefend. Wanasema this is our police station, because you have built a good working relationship with the local community. It's important. It's a position of leadership. Ukishafika hapo umefika position of leadership. Number 2, we have to deal with the problem of corruption. We have to deal with corruption. You see, we are being ranked top for Ministry of Interior, National Police Service, number one huko kwa mambo ya corruption. Why? Because we are all over the country. Tuko na chief, tuko na assistant chief, tuko na immigration officer, tuko na OCS, tuko na police constable. So we are all over. Tukifanya makosa anywhere in Kenya, it affects people at a very lower unit, at a grassroots level. Na inatuletea aibu. Nimesema hiyo kwa mara. Unaenda kwa chief anakuambia siku ya baraza yako ya hii mambo ya mashamba bado itangojea. Amekula ya huyu mwingine ndio akuja afanyia baraza ya huyu mtu mwingine. Anaambiwa usaini kitu, anasema hakuna wino. Hakuna wino ya kalamu. Anapewa kalamu, anasema sio hii kalamu ya chief ni special, imetoka juu. So we have to find, do everything to make sure that we do the same thing. Kama watu washajua wewe OCS unachukua kitu kidogo kwa ule brewer ya neighborhood ama huyu supplier wa ethanol, hakuna kazi utafanya. There is no work you will do. You must guard your own integrity so that you can be able to stand the test of time. Nilikuwa nasema nimelemea sana watu wa traffic, lakini si kwa ubaya, ni ile tu kuna national consensus kwamba ukipitia roadblock lazima usalimie officer. So nakuomba sana, naomba jiji watu wa traffic, where was the traffic, ndio wale. Tujikaze. Tuombe Mungu kila asubuhi, lead us not into temptation, for deliver us from evil. because mwambie Mungu usiniletee mtu wa matatu mwenye atanipatia chochote leo. Ama conductor mwenye atanitolea chochote, ama mtu ya nduthi. Niongoze kwa njia zako nyepamba. Niende kazi leo, nirudi nyumbani bila kuokota chochote. Tujipigie makofi kwa hiyo yenye nimesema, because that is a challenge we have. We know, hata tukijifanya hivi tunajua ama hatujui. Si tunajua wote. Hata ukiambia mwananchi saa hizi tutamaliza, ukisimama kama waziri useme we will finish corruption kwa traffic, watu watacheka na kuambia kwa heri waziri, Mungu akubariki. Ni kama ni sector yenye, yani as a country tumekubali. Na sio ati ni police peke yake. Wananchi ndio most notorious also. Kwa sababu wewe umeenda kuingia matatu, ishajaa 14. Lakini wewe mwenyewe unaingia na unaambia mtu tusonge, tupendane, tusonge. Unajua kwamba belt ni moja ya mtu mmoja, hapo unasema hakuna haja ya belt. Hii hapa tu kutoka Karatina mpaka hapa tingia mnajaza matatu. So wakati mtapata roadblock, nyinyi wote mnaangalia conductor au ukoe nyinyi. Conductor akienda salimiane na traffic officer na mambo yao yende mzuri, kila mtu anapiga makofi kwa gari akisema tumefonea tuendeni pamoja. Hiyo inaitwa nini? Sioni kila mtu sasa, polisi, abiria, driver, conductor, we are all together, lumped up together in one. So as police officers, we cannot normalize that. It should be on our part to make sure that we get rid of this issue. And we must support our oversight agencies, including Ethics and Anti-Corruption Commission, when they are dealing with those issues. Because naonanga wengine wakisema, mnaenda traffic officer peke yake, ndeni wakubwa huko bwana, wenye wanakula kubwa. Wacha na traffic officer.
kila mtu is culpable and is accountable to the people of Kenya. Now, the last issue I'd like to say is that in terms of our commitment, wacha niseme mambo ya hapa Nyeri. Number one, tumeambiwa kwamba kuna shida ya mambo ya pombe na bangi na dawa ya kulevya. Kwanza wacha niwapongeze because Nyeri is number 41 out of 47 kwa zile counties ziko na shida. Chipigieni makofi. Chipigieni makofi. Huh? Because in fact I think in Central Province is the best county. Because county yenye yake iko juu kidogo ni uko Kiambu. Kiambu, I don't know what's number what, but Murang'a hapa number 17. So you see from your neighbors, mpaka nyinyi mfike 41, there's a lot of good work you have done in this county to reduce the number of alcohol and drug abuse kwa Nyeri. That also, first of all, is commendable na pongezi. Na ile kazi imefanyika, msiwache kulala. In fact, why I appreciate chiefs and assistant chiefs, ile pombe ya kupigwa hii ya brood around here, ni kama 80-90% kumalizwa kwa hii county, which is a very commendable thing. Ile yenye iko kidogo ni hii adulterated. Na kidogo ya kubrew kwa ma slums, majengo, sijui wapi, these places. Lakini most of them ni ile yenye inaletwa na watu kutoka Nairobi, na also hii bangi inakuja all the way from along Isiolo Road ikipitia upande huu, na ile mnapanda kwa msituni. Yeah. So KWS na KFS, we have to do something to make sure that we deal with ile bangi inapandwa kwa msitu. Mimi ninawaomba mfilegeze kamba kwa ile vita tunafanya kwa hapa. Kuna mabwenyenye 5 tumeambiwa leo kwa security committee. Mmoja tulimshika jana. Wale waine wamebaki. Tutaendelea kupambana na hawa to make sure that this place we get rid of these people who are supplying ethanol kwa hii area. Nimefurahi pia kwa wanafunzi wamesema ukweli kwamba most of these people are selling drugs, and that is the truth. We did a survey through Nakada. Tukaona kwamba drug abuse and alcohol abuse among university students is rising. Na wale wanauza wana target places where there are universities. Because Dedan Kimathi now has grown, Karatina imegrow, na other colleges and TTIs, those are the centers, and I appreciate the IG kwa sababu ame upgrade the police station around that area. What I have given direction is that in the sub-county, and I want to DCC's was key in your sub-county security committee, involve the dean of students of these bigger colleges and universities, and also involve the student leaders in your meetings. Invite them as members to come and brief you and agree together how you deal with drugs, alcohol, and crime around these institutions, because these are new centers. The population of a place just changes at a particular time. So it's important for us to be able to involve them in these strategies yenye tunafanya pamoja. Pia, ningependa kusisitiza hapa kwamba tutasaidiana. Tutawapatia support. Police officers, please, don't collude with these wakora. What was White out? Huyo town. Bwana Langat. Yeah. Ulikuwa jana kwa operation? Ama ulikuwa ambiwa ile ya ule mtu? Hii ilifanywa kutoka huko nje. Lakini sasa kazi imebaki, lazima ukaze. Lazima ukaze hapa. Wewe ulikuwa unakaza mambo ya bandits kwa tot. Pombe na changanya inakushinda hapa. Yeah? Yeah, so you have to. And the rest of the OCSs around here, you have to hold hands together, nyinyi wenyewe pamoja. I used to I must say with a lot of respect, Langat, when I became Waziri, I wanted to return him back to TOT because we had problems, because he did a good job. So you have to also do a good job here. Yeah, and you do a good job here. And he had a very good relationship with the people. In fact, it's the people who told me nimrudishe huko, but it was not possible anymore. IG akasema afanye kazi hapa. So you have to do a very good job
ile kazi imebaki, you must make sure that you complete. And then all the OCSs who are here, I may not know you by name, but do a good job. Build a good name kwa sehemu hii. Make sure that you have a good relationship with wananchi, but also you have a very bad relationship with the criminals, so that they cannot stand you. They must not stand you. Unajua, pombe hawezi endelea kwa mahali popote bila OCS kusaidia na chief. Chief akishikana na OCS kukubali pombe ikae, inakaa. Wakikubaliana kupiga, inakwisha. That working relationship is very important. Ama aje chief, kuna chief ajui penye iko pombe kwa account, kwa location yake? Nani chief ajui? Tupeleke training. Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Ati ajui banki kwa wapi? Let me tell you, chief anajua kila kitu. Tuko na habari. Chief anajua kila kitu yote. Chief anajua nani alilala wapi jana, aliamuka saa ngapi, either ameona mwenyewe ama ako na information yake. Ukweli au sio kweli? Hata chiefs nyingi mna sign ID. Unapata chief anasema, unamuuliza hii mtoto ni ya nani? Anasema hii mtoto ni ya nani, lakini so and so anafikiria ni yake. Lakini kwa sababu ni huyu ndio amekuja, wacha tubainie tu abebe jina ya huyu. So hizi yote wanajua. Na kama mnajua hiyo mambo yote, hakuna vile hamjui mambo ya pombe. You must be able to deal with all that kind of crime kwa sehemu kuhakikisha kwamba you solve the problems that are in this locality. Ya pili yenye imenishangaza sana ni kitu ya homicide, suicide, gender-based violence and all that. First, let me say with suicide, we really need to do a lot of work. I know this is beyond us. Na unajua chief anafanya kazi zote, but we need to do something. If I was a student in the university like those students who are here and I was looking for a research topic and I'm in the social science, I would really want to do a research to find out why this high number of suicides in Nyeri. Many people have given various answers, but it needs an empirical data to know why do you have this high number of suicides kwa hii county. And vile mmeniambia, let's also address the root cause. And the root cause is bigger. Kama vile Madam Chief alisema, kama sasa mzee amewachwa na bibi, you know that is now. Sijui to organize kwamba watoto ya mzee akifika mahali fulani, apewa license aanze tena ama tufanye nini, I don't know. I don't know. Lakini utaanza tena familia aje when you are 70. Yeah? Because hiyo inaitwa in law constructive divorce. You know, as a matter of fact, the children have helped their parents to divorce and left the other one to suffer. You know, so we have to find a way of addressing these societal issues. Maybe it will require caregiving homes, but a lot of counseling is required here. Maybe, Beverly, pass in our training ya chiefs and assistant chiefs, iwekwe kidogo something about counseling, you know. Ama hata ACCs wapewa module yenye inahusiana na counseling. Then kidogo they can help, you know, mitigate some cases where there is a serious issue. At least they have the basics to know what's happening. Thank you very much. And that is extremely important. And I agree with the university students who say also counseling should be a basic, inaitwa common course when you join the university in the first year. Sisi wengine tuling'ang'ana mpaka 4th year, umemaliza, umeenda masters, hakuna siku ulikutana na mtu counselor ama mtu kukupatia basic skills of how to deal with stress and nini your life. Maybe those are issues we need to deal with. And also the question of defilement na gender-based violence. Mimi nawaomba kwa heshima, let us not normalize gender-based violence. Yeah, let's not normalize. Chiefs, msikae kwa location. Mtu anapiga bibi yake leo, mnasema ni kawaida. Bibi anapiga bwana yake. And especially the husbands who are victims, ni wale when they were young walikuwa wanapiga bibi. Alafu wakaanza kunywa pombe, wakakuwa weak. Sasa bibi ndio anamnyorosha. Yeah? So we have to protect the family either way. And all those cases of violence, tukireport
na kustaki ya watu itapungua kwa community. Lakini tukinormalize kusema ni mtu tu alipiga bibi yake, ni mama nani alikuwa anaonyesha njia baba nani, haitasaidia. Ati baba Njeri alikuwa tu anasalimiwa. So please, let's not normalize gender-based violence. It is not very useful in our county. Kwa hivyo, those are some of the. Otherwise, the last thing in the theft ya coffee, theft ya avocados, theft ya ng'ombe, theft ya mbuzi, kondoo especially. Na mimi najua hapa, by the time mtu ananunua ng'ombe, mama anaweza kuwa alienda kwa sako ama cooperative akachukua kwa kitu akanunua ng'ombe. Tulikuwa tunaambiwa kwa Nyandarua jana, sasa unanunua ng'ombe alafu unaamka asubuhi unapata ni ngozi peke yake iko, because inaibwa na kuchinjiwa kwako. Ya Nyandarua sasa ni worse, wanachinja kwa nyumbani. So again, as a law enforcement officers, let us do a proper crackdown kuhakikisha the notorious thieves ya livestock wakuwe dealt with. Hiyo imefanya because bei ya nyama imeenda juu. Pia wezi wa coffee na maziwa na avocado ni kwa sababu iko na market value. Si unajua kahawa imepanda juu. Ni uongo ama ni ukweli? Mnaambianga raia ama mnaogopa? Mnawaambia kwamba hii bottom up imefanya kazi? Kwa kahawa imeenda juu, maziwa imeenda juu, ama mnaficha chini? Mnaogopa nani? Si unajua nyinyi ni ofisa wa serikali. Kwanza msemi vizuri. Wacha niulize, mnaogopa ama mnasema? Hapana. Fanya hivi DIG Masengeli. Unaona vile hao watu wanajibu? Unaona hii chiefs ya Nyeri wakati watafika Embakasi. Fanya hivi. Kama wale wanaamka saa 11, wao waamke saa 9. Unauliza tu nani ni Wanyeri na Wanyeri unaweka kando. Na chakula ikuwe kidogo isikuwe mingi yenye unawapatia. So, mmesikia yenye nimesema? Are you sure? Are you sure? So, the reason why kuna theft ya coffee and all these things is because government has improved the yield yenye inatoka. So, coffee sasa ni high price. And that's why hata Waziri Mutahi Kagwe ambaye ameniambia niwasalimie, mnapokea salamu zake. Si mnajua ni waziri wa nyumbani hapa na anatoka kona ile kwa Maindos. So amesema alikuwa amekuja siku hizi na IG. Akatuambia maybe we should start a police department yenye inang'ang'ana na agriculture. Lakini because tuko na small strength, ulisikia hata ile maneno tukasema hiyo ni kazi ya OCS ya sehemu hiyo. They must work with the security people in the locality to secure your crops, because if they cannot secure crops, what else are they going to secure? Please, let's take this thing very seriously. Coffee ya theft is a very serious issue. Nyinyi mnajua hapa Mount Kenya mnaelewa. Unajua kuna mbunge alitolewa bunge, alifungwa kwa sababu ya kuiba ya theft ya coffee in when Kenyatta was still in office. I think it was late 60s and 70s kwa Murang'a hapa. So coffee is a serious issue. We must be able to protect, and we are happy, we are proud that the prices are going up, but let us provide proper security to protect it. Mambo yenu ya welfare, nita summarize, because naona masaa zimeenda. Number 1, mambo yote ya training ya officers, mnaona tunarudisha zote. You chiefs na nani wote, mnaenda training, mkishafika training, after training, you will all be promoted based on where you have been and your rank and everything. So that is going to be done. We are saying in 4 months we should complete. In 4 months, not that issue in 4 months, but in 4 months, tukue everybody ameshaingia. In this, by January hivi, kila mtu akuwe ameenda at the training. Hata ikichelewa the graduation, but kila mtu akuwe ameenda. We want to finish for everybody. We have 8,200 chiefs that have never been trained on anything. No, not even orientation, nothing. So we want to make sure that that is done, so that then we work with public service to improve your promotion. Kuna chiefs wako hapa, waliandikwa almost 2 years ago, na wana salary, na makaratasi bado inaapproviwa, na wanaendelea tu kunyorosha kazi. Kuna chief moja aliniambia, please waziri unisaidie. Naweza mwambia bibi yangu,
kwamba hakuna bibi mwingine, ni salary tu ndio haijafika. Because anafikiria salary inakuja na ana maintain mtoto mahali fulani na ilikatwa kupitia kotini. Nikamwambia pole. So I know we are sorting out those issues, and there are few. I had a list of I had a few so hii watalipwa mpaka lini? Watalipwa by when? Yeah, I think wangapi wamesimama, walikuwa bado kuna wenye yao imekuwa tayari na kuna wenye atakojea, si ndio? John Miano ulikuwa umengojea pia? Paul Waweru, Boniface, unaona Waweru ashaketi. Yule ndio unaona ule ni wa nini? Wa saa 9 asubuhi. Roda Madenge. Yeah, so yenu imekuwa tayari, but there are a few people who are following up yours. Ni tuko na another 300 ama ngapi? 490. Hii imepata approval. Hii ni 102. 490 is waiting approval. Mimi mwenyewe ndio kanyaga mguu uko next week. Nitatembea ndio ni sort out the others. Wangapi ndio bado yao? Hebu simameni. Hiyo umekuja. Simameni. Ketini wenye wao umekuja, wenye yao haijafika simama. The ones who have not, you can see. So you are among the 490 across the country. Nitatembea kwa mguu mwenyewe to Public Service Commission. Hao watu pigia hao makofi. Wananyorosha kazi bila sasa wino ya kalamu ya chief. Ana salary, hana chochote. Pigia hao makofi tena. Thank you for being patient, lakini itakuja kwa unono. Na ikikuja kwa unono, please make sure you take your wife out. And the best way to take your wife out kwa Wakalenjin ni kwenda butchery kununua nyama. The other issue, so that's the training. For the police officers, we have agreed that we incorporate continuous training for police. So we want to work on the budget to make sure that there is a continuous training. In the promotions, nilisema alia mulisikia. Constable, now we have even considered uraiji kwamba para constable amepitisha 15 years, pia ule wakuwe kwa ile list ya watu watakuwa promoted. 50 years and above anybody, sawa. 15 years umekaa December, it must ya constable. For corporals, also 15 years, sindio? Corporal na sergeants, kama umekuwa 15, and then inspectors, kama umekaa December for 10 years, unapanda. Hapo juu muendelee kuomba, unajua simelete maoni hapa. What we have done for you people wenye mko juu ya hiyo, there was some rationalization imefanywa. Na sitaki kusema sana, ita push nyinyi mwende bali in terms of the washapata umwezi huu. Yes, so kuna watu walipata kitu hapo out of rationalization. Wachana na the after inspector ni chief inspector, as assistant superintendent and then superintendent. Unaona sasa mnaendelea kusonga. So what we want to make sure is that from that level you work on their realignment, on their ranking kwa public service. That is something that we are working on. Mungu awasaidie, muombe kwanza as wa constables wasaidiwe bwana. How can someone be constable for 25 years? You know, that is unacceptable. 20, 25 years, 18 years, yungapi, mtu amekuwa corporal for 15 years. Sometimes naenda mahali, tulipata mzee mwingine 53 years, hajawahi pata one promotion. Na akasema, sina any disciplinary action. Whatever. So wacha nitoe kwanza bottom up, alafu we see what review itasonga kutoka hapo. And then the issue of mobility. Kama vile IG alisema, we are doing the procurement. We hope in 2-3 months we should have
other cars, about 3,000. Tutadistribute kwa ACCs, kwa ngao, na distribute kwa polisi, so that we cover as many of our police stations as possible. I know that most of our police stations have a challenge ya magari, and we are working on that. ACCs pia are the most affected. Most affected. Wapi ACCs wenye wako hapa? Wangapi wako na magari? Simameni tu. Mwenye wako na gari na ni ACC simama. Moja. Mwingine. You are the most lucky one in the Republic. Anakaribia DCC. So it's being anafanyia orientation azoe gari. What about ACCs wenye wako hapa simameni tu? All the ACCs. Yeah, you see all these people. Mnatembea na nini? Ketini. Sasa wacha niulize. Hao sisi wanateseka bwana. Wanateseka kidogo kwa sababu ndio zamani alikuwa ni mtu ya akikuja anakuja na Landova. Sasa DCC wasikuja anakuja na nduti. Nafika na nduti. Niliambiwa na DCC mwingine huko Makueni. Alikuja hivi alafu mtu wa nduti alitaka kuonyeshana kwamba amelete DCC msichana. Akaweka kaswaki hivi akaanguka. Kofia ikapingirika. Atiraya wakasema serikali imeanguka. You know? So hiyo ni shida kubwa sana, you know? Unaona sasa DCC mama kama huyu. Kwa mama. Unaona ACC kama huyu sasa. Unaweza kubali mama kama huyo ambiwe na ile jamaa wa duty atashika vizuri. Please get you. Ambiwe shika vizuri. Na anaenda kusuluhisha shida kwa baraza. Hakuna mtu atasikia. Baraza hata tumulie duty yake kuliko. So I want to say we are working on that. We want to make sure that the transport imesotiwa ndio nyinyi mweze mkafanya kazi vizuri, and I agree with what you said. We at least have one car kwa sub county designated for ACCs. Then they can have a pool of that car. Wakienda kazi wanatumia pamoja, ama one can use at any particular time. Kwa mambo ya offices, we also have a challenge. This is where we work with our members of parliament. I have said this countless times. CDF has done wonders to change our schools in the entire republic. Nikikuwa senator 2013, tulikuwa tunafanya harambee ya kujenga mashule. Saa hizi we don't build any school using any harambee. Pengine kwenu hapa. Lakini where I come from, kama kuna shida ya infrastructure ya shule, CDF inafanya hiyo kazi. Ndio unaona mimi ni supporter number 1 ya CDF. Sina ubaya na mtu mwenye anaoppose, lakini mimi niko kwa CDF. Hata nilikuwa senator na hatukuwa na pesa yote, lakini nilikuwa supporter ya CDF because I can see the transformation it has done at the local level. What conversation we want to have with our members of parliament is to see how the work that has been transformed in education, what percentage can go to security. Ndio tujenge police stations na ijenge ACC offices, DCC offices, but the most affected ni DCC, ACCs na chiefs na assistant chiefs wenye hawana ofisi. Hiyo ni area moja ambayo I would really, I'm very, yani nikisikia mahali MPs watakutana na treasury to discuss reform ya CDF, nitakuwa pale kwa sababu security is a very important function. And I'm saying this because some of the police stations, completely like the OCS alisema, ule wa Mkuweni, the biggest issue yenye tuko nayo saa hizi kwa security, hatuna police station yenye na meet standard ya police station. Most of the police station ni ya colonial type, room moja, room mbili. Ile ilikuwa police post ni mabati. It's such an embarrassment. Unapata mahali kama Ndakaini, mmejenga water project ya 30 billion, lakini police station ni dilapidated. Lakini police officer is supposed to take care of the critical infrastructure. Na hakuna polisi. So unajiuliza, wakati walikuwa wanajenga dam, hawa kuona police station ni kitu ya maana. Nilienda Kericho mahali inaitwa Sondu police station. There is a power generating plan up ya 15 billion, but the police station ya 1932 na ni kakadoko. So we need to raise consciousness on building our police station. Na tumefanya kazi na IG, tumedesign police station nzuri, kuna cells 5,
ya adults male and female mbili, young boys and girls mbili, alafu transgender moja, alafu ofisi ya DCI, ofisi ya store, amari, mzuri. So now anybody wants to build a police station for us, we have a standard police station that needs to be built and becomes a place as to create a CCTV, inakuwa a good place for interaction between citizens and their own people. The same to police station, chief's office and all those kind of issues. Mambo ya elders, nilimaliza juzi cab memo, nimesign, nitapeleka kwa cabinet. Cabinet ikipitisha, tunaona vile tuza facilitate na kusupport our village elders so that they can also help us tusonge mbele kwa ile mambo tunafanya. Wacha sasa, I think I have answered most of the things. I'll just see what I have not answered from these questions and I brush over them and then tumalize mkutano. Ngapu is we are awaiting the recruitment. Ikisha recruitiwa, we'll roll out officers. We'll now transfer some officers to work with you in enforcement issues and give you security. Mambo ya compensation, nimesikia hiyo ya WIBA. Nimeambia also our pass hapa kwamba from now henceforth tutoi kitu ya check unit ya motorcycle ya chief. Because, yeah, asante. And I'll follow up that issue. Una check motorcycle kuangalia nini? Let me just ask you. Kusema ati chief ametumia motorcycle when he's not at work. Kuna wakati chief yuko kwa kazi? Wacha nikuulize, chief hata wakati analala is working. Yeah? Hata wakati anaenda kanisa is also working. Yeah? Anaenda kanisa lakini ana collect intelligence. Anajua nani alikuja kama mlevi na huyu kijana alitoka wapi na alikunywa wapi. Pata mtu kwa njia anamuuliza, hii kijana habari yako, hii pombe umekunywa, hata mimi nilikuwa nataka iko wapi. Na unajua mlevi ajui kudanganya. Sema mama nani ndiye alinipatia. Chief is at work 100%. We will remove your check unit issue kwa mambo ya kusumbua ma chiefs. Waja chief apewe some small something ya kuweka fuel, asonge ile AI yake improve kidogo, isonge, bas tusonge mbele. That is something we want to work on. Legal representation ya chiefs, we don't accept. Ukiwa umeshikwa kwa sababu ulienda kupambana na pombe, wakora na nini, as a chief, speak to the ACC, who will escalate to the DCC. We must get that in our office so that we can give you a lawyer to represent you from Attorney General's office. No chief should use their own money to defend themselves kwa ile kazi walifanya ya serikali. That is not acceptable. That is absolutely not acceptable. And I know the president was working on something in the Attorney General's office to be devolved, to have strength in every county, so that then we can link you with the Attorney General's office in your county to work together. We agree on the realignment of job groups. State commendation, there must be, every time president does state commendation, there must be a chief or assistant chief or a police officer across the country. That's what we have said, because this is we are the office that recommends, so we should be able to recommend the right people. Rescue center kwa county, itakuwa mzuri county government and MCAs wenye wako hapa mfikiria about a rescue center, itasaidia sana. Extraction allowance, we will discuss to see. Operationalization of administrative units. Hii ni kitu very thorny. Saa hizi tukitoka kwa operationalize all the administrative units, we need 3 billion. 3 billion across the country. Ukiuliza kina Eric hapo, hiyo ni debate kali sana huko bunge. Lakini hao wana debate ikiisha wanaleta budget ya administrative units kidogo. Sasa tusaidiane. Tukubaliane. In the next supplemental budget, tunatafuta about 2 billion. We operationalize a good number of the administrative units, wananchi wapate services closer to themselves, so that the locations, especially in Nambia Kieni, is the most affected because of land size. We need to see how we can do affirmative action to support these administrative units. And I'm so happy because when nilikuwa naona debate ingine tunakuanga kama viongozi MPs wetu wakilalamikia mambo ya administrative, nikafurahi sana kwa sababu najua sasa tukipeleka hiyo kitu ya inaitwa nini budget, tukienda kuomba tutapata unanimous support kutoka hawa ndio to operationalize, because singine ni ya 2017
Singine ni 2020, 2021, 2022 na last year. So we need to make sure that those all are done. Licensing of bus, nimesikia kutoka nyinyi kwamba county government bado wachikaze kidogo kwa hii licensing ya bus. Huyu mzee amesema ukweli kwa kidogo. Amesema kuna bus moja ilikuwa zamani kabla shule haijajengwa. So tutaelewa hiyo. Lakini nyingi ambayo tunapambana nayo ni ile ambayo uzuri niwaambie Jerry si mbaya sana. Murang'a kuna bar inaitwa bar and restaurant, lakini ni 10 by 10 kiosk. Lakini kwa license ni bar and restaurant, you know, ndio anauza spirits kwa hapo. So we are working on, we are happy to see what the county has done in this county. The real thing is for us to do enforcement, to make sure that the right people are doing the right business. Mambo ya promotions, I've told you. Mambo ya IDs. Your IDs ilikuwa na delay. We are now bringing in live capture machines, which we are procuring. Kisha kuja, hakuna delay ingine itafanywa. The information yote, those also when I was inspecting today, ID registration hapa. Ukisha shikwa kwa hiyo live capture machine, it is done. Inaenda kuprintiwa, in 7 days you have your ID. So that is where we are trying to achieve. But hiyo ya Mkurueni vile nimesema, we will also do a follow up. Mambo ya nimesema GBF, climate works nimesikia, we will follow up. Transfer to whatever, to mindful of family, tumeambiwa hiyo. Transfer sikuwe end year or early of the year, so that people can adjust accordingly for their children to go to school. It is important. Mambo ya uniform tumeambiwa. Uniforms mliona sasa tangu independence mpaka juzi, baada ya jukwaa nimeenda kubadilisha sasa uniform ya chief unachukua kwa county. Hakuna kuenda kuchukulia. Na nimesema chief apimwe vizuri, yenye inamtosha. Tumekubaliana? Kwa sababu kuna chief niliona huko Eastern Star kusema wapi. Alikuja hivi sikujua ni is he a man or a woman, kwa sababu ile longi alikuwa amevaa ilikuwa inazunguka kama marinda. Nikauliza mwana chief, hebu niambie what happened. Akaniambia nilienda Embakasi nikarushiwa kwa dirisha. Ambiwa ndio hiyo. Sasa nikamwambia initoshi, nikaambiwa jaribu wapi? Mbele. Alibaza kabla hajaenda kwa fundi arudishe kidogo, nikaambiwa waziri anafika kesho. So ndio hii nimefika, nitaenda kurekebisha baadaye. So it's something that we have to make sure that people have right uniform. Na nimeambiwa jana pia hakuna uniform ya expectant chiefs na expectant police officer. Nasikia mtu akisha expectant za police officer unaambiwa basi vaa civilian. Nimeambia IG aende afikirie, na DIG yako hapa, fikiria vile tutachora maternity base ya chief. Ndio chief akifanya kazi yake agona especially Indian chiefs. Kwa nini? Why should we not be gender compliant? Ama namna gani? Alafu ongeze ya ule mama alisema tunataka ya plus. Alisema ni plus ama plus size, plus size. Sio petite. Hey. Umeona ACC mwenye alikuwa chief ile Kiingereza anaweka mpaka anaongeza French petite. So hiyo ushughulikie. We need to get everybody be smart in their own context, so that because that's kama police officer, you know, for all police officers are most, if not all, are employed when they have never had one child. And during their period of service, they will have 3, 4, 5 children. So it's important to think about uniform that is compliant to female police officers who have chosen to have children, so that they can do that. Mambo mingi sana nimesema hapa, naweza jibu yote, lakini nimekubalie ni shorten kwa sababu ya saa. Mambo ya strength ya police, IG amesimu, police stations, police motor vehicles, fuel. Niliona watu wanataka kulaumu polisi kwa sababu ya fuel. Tukienda kwa polisi anakuambia sina mafuta. Ni ukweli ana mafuta. Because the ratio tunawapatia in a month is 450. Na inasunguka all operations for 450 liters in an entire month. So inaisha. Ukienda police station na polisi akuambia sina mafuta, ni ukweli. Na si ati amekuambia nipatie kakitu. Ni ana mafuta. Ya ukweli.
So we have had to revise that. We want to move it first to 650 and then we think about the collection points ikuwe ni ile inaweza kuwa nearer. Nyinyi hamna shida hapa Nyeri. Collection point is not a problem. Imagine mtu anatoka Ilirate in Marsabit kuja kuchukua mafuta na nyuki. You know hapa. Na hiyo ni hiyo 450. Anakuja kujaza 450 na aende Ilirate. Akifika huko anafunga 2 days, anafunga chapter, anatembea na mguu. Ama anatoka Kibish kukuja Kitale kuchukua 450 na arudi Kibish, which is amecover 1,000 kilometers back and forth. Yeah, so akifika huko mafuta imebaki. Si hiyo ingine tu ni ya kuhakikisha gari ipate kutu mpaka next month. So we are trying to reform those issues of fuel to become proper. Replacement ya transferred vehicles, transferred officers tumesikia. Hii kitu ya D+ mimi nakubali 100%. Hata niliambia IG punguza ikuje D-star. Yeah. Hata bora mtu alimaliza funzo. What's the problem? Yeah. If you want to rise the rank ya police ya nini tutakutengenezea njia yako. Lakini if I want to serve as a police constable, grow pole na nikuwe service person, why should I have a D+? Sababu najua kusoma na kuandika. So there must be a cadre of police officers that are, unajua in US for example, unapatikana tu kwa street, mtu anakuona mwili wako yuko mzuri, nakwambia kuja. You look very fit. Which country are you from? Oh, you are an illegal immigrant. Okay, we'll give you citizenship. Join the army. Unaingia army, unaenda kufanya, alafu unamaliza. After 10 years unatoka unaitwa veteran. So, hii kitu ya kuinsist, huyo police officer ameongea vizuri. Hii kuinsist ya grade ya juu for employment of police officers who are going to field work and whatever may not be rational. So we will balance. Make sure that is balanced. Lakini wale wanataka kubaki kwa polisi ndio tutakuwa wengi. Alafu wale kidogo na hata wale kidogo watakuwa specialized trained, wakuwe bonded ndio wasitoroke. Ukitoroka tunakufuata. Na sisi ni polisi. So if you choose this service, you must do a good job. And I understand the frustration. Ya ule officer alikuwa anasema, let's not insist on increasing the grade for the police officers. Mambo ya Public Police Service Commission, we will tanyorosha hiyo. Hiyo vitu ya viatu size 13 inaenda tuna ile uniform nilikuwa nasema. Hata kwingine tuliambiwa unapewa size 7 lakini ni mguu mmoja ya left yote mbele. So all those issues need to be whatever. Nimesema mambo mengi sana, siwaje tuachie hapo, si ndio? Because naweza sema yote na haitaisha. Sijui ni watu wazuri sana. Ni wazuri sana. Very good people. Very good people. Lazima tushughulikie nyinyi ndio nchi yetu isonge mbele. Mnisaidie tu. Tusaidiane pamoja. Tuhakikishe mambo ya goods na violence imezimwa hapa Nyeri. Tumeelewana? Mambo ya siasa ya goods na violence tumemaliza hapa Nyeri. Let us make sure that the next elections will be the most peaceful. We don't want to see a supermarket burning hapa. Or a shop, or a police station, or a court. Yani home of Mwai Kibaki. Ningekuwa Biblia, ningekuwa St. Paul writing the book of Galatians. Ningekuwa nimewaandikia barua niulize, who bewitched you? You started in the spirit, now you have moved to the flesh. Mimi nilikuwa na President Uhuru Kenyatta. Nilimkampenia kila mahali mpaka hapa. Tulikuwa tuna campaign siku hiyo tunasema sisi watu wa Jubilee. Aswa hapa sisi wa Mount Kenya. Sisi ni watu wana biashara. Sisi ni watu mpenda amani. Sisi sio kama watu wengine wenye wanachoma taya barabara
na kuchoma maduka na kuibia watu na kung'oa reli. Tulikuwa tunasema sisi watu wa kung'oa reli, you are right. Sasa nani alichoma duka juzi? Ni nyinyi ama sio nyinyi? Nani alichoma supermarket? Ni nyinyi ama sio nyinyi? So mnaona hakuna sehemu ya Kenya which is safe from goods and which is protected from possibility of degenerating into chaos. How we will remain in peace is to have eternal vigilance. And the people will keep this Nyeri safe if you, the chiefs and the assistant chiefs, because you are the daughters and the sons of this county. You are the mothers and the fathers of this county. It is important in your barazas to start talking to the people and tell them there is a creeping culture that is not acceptable in this county. That we want everybody to earn from where they have sold. Sio unangojea chaos ndio uibie mwingine ama uchomee mwenzako. Sasa wacha nikuulize, ati mtu mwenye ako Nyeri, hapa ni nyumbani ni Nyeri, anachoma duka ya mtu hapa Nyeri, ati ndio apeane statement kwa mtu mwenye ako Nyanza, ndio waone kwamba tumekasirika. Sasa hata nikiona wewe umekasirika, hii duka yenye umechoma ya hapa ni ya hiyo mtu anatoka Nyanza ama Nairobi ama Rift Valley ama Coast ama ni ya neighbor yako? It's for your neighbor. Inamaanisha umekuanga na wivu. Ulikuwa umetime tu unatafuta excuse. Umekuona mimi niko na ng'ombe, umekuwa ukiomba kila siku, na kwa nini huyu mtu anakunywa maziwa? Unakuja kupigana na ng'ombe yako. Chiefs, assistant chiefs, if we don't enlighten our people today, vile Waswahili wanasema usipozipa ufa tutajenga nini? Ukuta. Let us not allow the creeping back of goods in Mount Kenya and in Nyeri. Ile kazi ilifanywa na mzee Mchuki na mzee Kibaki kumalizana na mambo ya sect na gangs. It should not be us who are going to bring in violence among our own people. Sijui kama mmenelewa chiefs na assistant chiefs. We cannot go back there. The work that was done by our forefathers to live for us a more prosperous and united country, we can only make it better. We cannot retrogress back. Na unajua mimi naongea na niko na bias kidogo, kwa sababu mimi pia ni mtu ya area. Ama mjui namna hiyo. Sasa watu wakipigana watoto wangu watafanya aje? Kwa anko ni hapa, kwa baba ni huko. We are one Kenya. It's important for us to live as one united country. Tushindane kwa ideas. Kwa nini wewe mtu usiseme ideas yako? Sema mambo yako, sema mambo yako. Hii matusi. Mimi nauliza, hii matusi itasaidia aje? Mimi kuna hata wakati tulifall out na President Uhuru before last elections. Nilitafutia mahali ulisikia mimi nimetusi rais. Ama penye William Ruto alitusi president. Hata kama kulikuwa ni kukosana wakati alikuwa deputy. Au niambie siku moja sisi tuliorganize maandamano. Siku moja, we never organized a single maandamano. Lakini tulishinda elections. So why can't people, if you are out there, why don't you just sell your agenda? Na ni watu tulikuwa nao pamoja. Si uze tu agenda yako useme ni ukishinda unakuja kuendelea kutoka hapo. It should not be about violence. It should not be about insults. Tuna blame hao vijana wadogo hao Mnyago University. Lakini sisi wanaangalia mambo yenye tunaambiana sisi wenyewe. Tunaitana majina mabaya. That's how we are inculcating in our children the kind of behavior they are going to have. Chiefs, assistant chiefs, nyinyi ni watu wa kuheshimiwa sana. Wacha niwapatie siri. Opinion poll yenye tulifanya inasema the most trusted public servants in Kenya ni chiefs na assistant chiefs. So tukiwaje makosa kidogo sisi ndio number 1.
trusted by you to inculcate good values among our people for posterity so that the society can be able to move forward. Kwa hayo na mengi, ningependa kwanza kukaribisha nani ndio senior MCA hapa. Introduce wengine wa area. Okay. Deputy Speaker huko hapa. Karibu, kwa nini unajificha na wewe ni mtu mrefu? Sasa nikaribisha Deputy Speaker wetu aweze kuintroduce our MCAs na aseme kitu na akaribishe Mheshimiwa Wamumbi. Asante sana waziri na viongozi walioko hapa, watu wa usalama wote. Mimi naitwa Karis, kama vile waziri amesema. Niko na MCAs wala wamebaki. Tulikuwa na wengi. Hii kitu yenyu waziri huwa inakaa sana. So tulikuwa na wengi sana. Tuko na our sister here. Amekuja kututembelea kutoka Murang'a. Asante sana. Kwa majina naitwa Charlene Wambui, mimi ni MCA kule kaunti ya Murang'a na nimefurahia kujumuika na nyinyi leo na nimeona nyinyi ni watu watiifu sana. Jipigieni makofi. Asante sana pia kwa our CS Honorable Kipchumba Murkomen, sababu ya hii event ya jukwaa la usalama tumeona umesaidia watu wengi. Nashukuru. Sema tu jina tafadhali. God is good and all the time. My name is Jane Mokami, MCA Murang'a County. Asante. God is good and all the time. Our chief guest and all the protocols observed. My name is Agnes Wanjiko Ashira. I represent gender at the County Assembly of Nyeri, and we appreciate the work you do because without security, we cannot be able to execute our duties as leaders. God bless you all. Tuko na Mheshimiwa Kareli. Mheshimiwa Kareli, sasa wacha niache kupeana microphone. Watu wanaweza anza kuomba kula hapa. Tuko na Mheshimiwa Janet, tuko na Mheshimiwa Kawajiko, Mheshimiwa Sebastian alikuwa hapa, Mheshimiwa Ashira, Mheshimiwa Patrick na wengine walikuwa hapa. Waziri, asante sana kwa kutualika kwa hii jukwaa la usalama. Unajua tulikuwa tumezoea waziri mwingine kazi yake tu ni mdomo na fujo. Sasa hawa watu tafadhali washughulikie, kwa sababu hii ndio ile hewa safi watu wa Kenya huwa wanapumua. Bila hawa watu, if there is a collapse of law and order, nothing else can happen. So these are the guardians of law and order, and thank you for this forum where you are addressing their issues. We pray that you continue holding them, and thank you also for that approach of listening more than talking. Hiyo ndio uongozi, si ndio? Na sisi tunakuunga mkono na ndio tumekaa hapa siku mzima. Ndio tuunge mkono hii kwa sababu hawa watu ndio huwa tunafanya kazi nao. Nataka kuchukua nafasi hii nialike my brother mbunge wa Madera tuanzie. Yes. Unajua lazima nimualike. Nialike yeye. Mheshimiwa Eric ni mmoja wetu, tulikuwa na yeye assembly ya pili na tunashukuru Mungu alimpatia nafasi ya kuserve kama mbunge. Karibu sana mheshimiwa, asante. Thank you very much. Our chief guest, Waziri Kipchumba Murkomen, the CS for Interior and National Administration, DIG Masengeri and all other senior officers, mbunge wa Kieni, na officers wetu. Waziri, I want to be advocate of these officers. They do a very good job. They speak about affordable housing. They speak about the roads this government is building. They speak about everything this government is implementing. So I want to confirm that whenever they have a baraza, they speak about the programs the government is doing, be it affordable housing, market, everything. And sababu I attend meetings with them, I want to confirm to you that they do analyze the programs the government is implementing. So with that, I wanted to tell DIG Masengeli that the assignment you have given to him, that our chiefs and assistant chiefs wa Nyeri, when they come pale Embakasi, waamushwe saa 9, I wanted to tell the DIG, wasiamuke saa 9. Na unajua waziri, because I'm your brother and I'm your friend, I have to tell you the truth. Hiyo mambo ya kusema chiefs na assistant chiefs wa Nyeri waamuke saa 9 na wengine waamuke saa 11, hiyo ni mambo ya shares. Na unajua mambo ya shares ni dangerous. Na mtu mwingine alisema mambo ya shares sasa hako nyumbani. Sasa waziri, hiyo maneno
wachana nayo. Hao watu ni watu wazuri na wanaongea mambo ya serikali. I only want to speak about 2 issues because of time. One, I agree with the assistant chiefs who said that whenever a chief's office falls vacant, the best thing is for a serving assistant chief to take over as a chief. Sindio? Whenever a chief's office has fallen vacant, it is prudent for a serving assistant chief to take over as a chief. Babu wako na experience, anajua hiyo kijiji, and it is not good for someone to come from the members of public and serve as a chief, and now this assistant chief will be serving under him. So if it requires legal matters or a policy, let it be ring fenced ili huyu assistant chief akuwe chief wakati ofisi iko vacant. Number 2, in NGCDF there are functions that are ring fenced. For example, bursary funds should be taken to ICT hubs. 3% of the funds should be taken to environment. I have already drafted an amendment a certain percentage for security office in NGDF. I will be tabling that amendment when we go back to Parliament to make sure that we will not be doing security offices when chiefs and assistant chiefs comes to request us. It is a mandatory for Lakiti to be ring-fenced under NGCDF to do chief offices, assistant chiefs offices, so that tukusaidia hapo chiefs wakuwe na offices mzuri, ACC wetu na assistant chiefs. Given by our people. We will continue to support you where we can. We will continue to work together with you to make sure that our county is safe, as Waziri has told us. I want to insist that peace for Nyeri County is paramount. Najua kuna siasa, lakini peace is paramount. Tutakubali siasa ilete fujo. Wale vijana walikuwa wanatumika, Waziri, we have started talking with them to make sure that we live peacefully as the people of Nyeri County. Lastly, Waziri, I want to be advocate also for the OCS of Nyeri Town. He's a good man, I know him. Work very well with the members of public. Na pale ule mtu wa pombe alikamatwa ni pale Ruringu. And there is a different OCS pale. Huyu ni wa town, is working very well with the people of Nyeri County. And finally, when I advocate for the matters of alcohol, I advocate for fairness. Kuna mtu anauza baa yake, anauza Tusker, anauza Guinness, anauza Balozi. Anafanya biashara ambayo hauzi illicit brews. And I'm one of the MPs who have destroyed illicit brews in this county. But I advocate for fairness. That businessman who is doing his clean business, wacha supportiwe aendelee kufanya biashara yake. Wale wanauza illicit brews wakamatwe, wakutane na mkono wa sheria. Na hii kidogo moja wa Waziri, Balozi, Tusker, ndio wazee inawasaidia kupunguza hii maneno ya suicide. Akipitia hapo wako na stress yake ya biashara na anakapata moja, inapunguza stress. So wacha we support those legit business people who do clean business, but we be ruthless and tough to those who sell illicit brews to our people. Thank you very much. We appreciate you, Waziri, for coming up with this idea. We support you and thank you very much. Karibu sana mbunge wa Kieni, uongee ili tumalize. Thank you so much, Mheshimiwa Eric Wamumbi, our CS, Mheshimiwa Kipchumba,
viongozi wa ngao ambao wako hapa, viongozi wa usalama ambao tuko nao hapa. Kwa majina mimi naitwa Njoroge Wainaina, mjumbe wa Kieni. Bwana Waziri, maneno yamesemwa mengi, and I want to applaud you for the many can ignore. This is the first point of call. When you want to get to the public of Kenya, these are the people you get at the lowest grassroots. However, Mr. Waziri, there is one item I want to say. When we have said too much about suicide, I was wondering, in my mind, can we have clinical psychologists within the police force? Yeah? In our day-to-day life, tukona ile kikundisha afya ya governor. Can we incorporate clinical psychologist kwa hiyo kikundi ambayo inatembea kule vijijini? And in that way, maybe we can try to solve that problem of suicide. Waziri, ijapokuwa pengine uko Nyeri, ujui hapa Nyeri ndio ninaathirika zaidi. Hapa Nyeri kwa muda wa miaka miwili, hapo mimi ndio nimeathirika sana. Lakini nashukuru tumekuwa na kijana barubaru, OCS wetu Bwana Rang'at. Alinisaidia sana mwaka jana wakati nilifamiwa. Mwaka huu pia amekuja 2 times. Ama nimesema 2 times. Nimesema 2 times ama 2 times. Hata mkisema 2 times ni sawa tu. Amenisaidia vilivyo. And I think he's a good man. I fought for his case that he has a duty to work for us here in Nyeri. Bwana Waziri, hii Nyeri yetu ndio ile town ambao ni ya aina ya kipekee. Waziri, wakati nimehamiwa na nikafamiwa, watu walidhania Mikola na wahuni wakikuja, the goons, wanakuja kwa sheni. But this year they did it differently. Walikuja kwangu tukapigana 5.5 hours. 5, I engaged them from the front. I was not taking it from behind. I was from the front. Kwa duka yangu tukatoa tiles zote. Tukapigana masaa 5.5. Nao vijana kweli ni wakali. Mungu aliniwezesha tukawaweza. Ndio wakaenda kutafuta chakula huko kwingine. Lakini walipokuja mara ya pili, watu wa Nyeri pia wakafikiria, ukisikia maandamano, sinishieni tu ule wa tuta. Shauli inafikiria hapo ndio vita yangu inakuanga. Ati mimi mtu wa tuta. Lakini hapo sipaduki, because what I think is that these are the people who are going to midwife the new Kenya. Because Kenya is changing and changing very fast. Wakati nilisikia ukiwaambia, you must know, and you must know Kenya is going technology. This is one government that is going to transform this country. Ukisikia hata everything is digital. Everything is digital. KID digital. Sijui pesa ya university digital. Pesa ingine digital. Service ingine digital. And you know people, let's see the change. And the change that we are having in this country. Our president is driving at almost 160 speed per hour. Bado tunatembea na 50 speed per hour. Hapo ndio shida kidogo tunaona laisi yako bali sana na sisi. Because he's driving us at a terrific speed. He wants to make this country a third world, a second world, or a first world. Na sisi bado kidogo hapo tunalemewa kwenda na mwendo wao. I don't want to go beyond that. Lakini ninaona huyu ofisa wangu ananiangalia hapa, huyu anaitwa Ndegwa huyu. He's just about to retire. He's serving in Kiawara. When he's about to retire, nasikia ati anaambiwa aende Isuru South. Hi, how can you take us an officer who is retiring, badala ya kumpeleka karibu na nyumbani, unampeleka sijui Masabeti ile Kandegwa tu.
Hapo waziri, ukituangalilia huyu asafu karibu na nyumbani akigoja retirement yake karibu na nyumbani. I want to sit when I say in Kieni you cannot differentiate between a member of parliament, a ACC and a police commander because I'm everywhere. Tukienda kushika bangi niko hapo kwa gari ya polisi hapo ndani. Tukienda kupigana na pombe niko pale. Ama mnafikiria watu wa jet ile bangi tulishika hapo, mnafikiria nilikuwa bali? If you could see me half a kilometer away, I was overseeing that operation because we have to fight these menace and the vices that live with us. Kwa hiyo na mengine mengi, I really want to wish you well. Katika hii uniform mpya mnapata, promotion mnapata. Be well. Sorry usiku mengi. Thank you so much. Pigia makofi huyu mheshimiwa.